Angazia miongoni mwa historia zingine kubwa ambazo zimebebwa na viongozi vijana ama ambao wamebeba dhana na maono ya taasisi kubwa. Young Africans ni miongoni mwa taasisi ambazo zipo kwa miaka mingi, tangu miaka 1930 huko historia ilianza, lakini sasa tunapozungumza leo ikiwa ni Nyerere Day kwa maana ya tarehe 14, ni siku ambayo kwanza mbali na kuwa tunamwadhimisha baba wa taifa, lakini kuna viongozi wengine vijana ambao wamefanikiwa kuongoza taasisi kubwa na zenye watu wengi nyuma yao. Na nikukumbushe tu kwa Engineer Hersi Said ndiye ambaye ana tukio kubwa hii leo, lakini siko peke yangu kwa sababu Young Africans ina wenye nayo ambao watatujuza na kutukaribisha kutuambia nini ambacho kinaendelea hii leo. Mimi ni Kennedy Moses, nipo na Ali Shaban Kamwe. Vipi ndugu yangu, uko vizuri? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kabisa. Kitambo hatujakaa kwenye seti moja kama hivi. Kitambo, katikati umeoa. Kitambo sana. Kweli kabisa. Mimi naendelea. Na kutokea. Kitambo ndugu yangu. Na tumekutana unanihamasisha. Kitambo. So mbaya, kwenye hiyo party nitakuepo. Mabacha, bana, kwanza kwa kuanza tuambie tukio hili wana Yanga wanatamani kufahamu, lakini sio wana Yanga peke yake, wa Tanzania na maeneo mengine, kwa sababu tunazungumzia historia kubwa ya viongozi vijana ambao mbeba maono ya taasisi kubwa kama Young Africans. Pasi na shaka sio wana Yanga pekee wanatamani kufuatilia hili moja kwa moja. Nini kinaendelea hapa leo? Leo hapa kwenye viwanja vya Gymkhana kuna tukio moja kubwa kabisa la kihistoria kwenye Engineer Hersi Said. Kwa muda kidogo, kwa miaka toka mwaka 2022 alipoanza kuitwa rais wa klabu ya Young Africans, tumeshuhudia akipiga hatua kuelekea juu kwenye sekta ya football hapa Afrika. Baada ya mwaka mmoja kwa rais wa Yanga, alienda kuwa mwenyekiti wa umoja wa vilabu wa ACA. Na juzi tu hapa imepita, mmeona ameteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu ya FIFA kwa maana vilabu vyote duniani. Sasa kumekuwa na hatua nyingi na kumekuwa na maswali mengi, kumekuwa na shauku kubwa ya wanahabari, wadau wa mpira Tanzania na nje ya Tanzania kumsikia Engineer Hersi Said akizungumza kuhusu klabu ya Young Africans, akizungumza kuhusu ACA, akizungumza kuhusu cheo chake cha ujumbe kwenye kamati ya mashindano kule FIFA. Kwa hiyo hicho kiu amekifeel cha watu, na leo akasema tarehe 14 aje hapa Gymkhana, aalike wadau mbalimbali, aalike waandishi wa habari, aalike viongozi mbalimbali wa serikali. Lengo kubwa ni kuja kujibu hoja, kujibu maswali na kujitambulisha yeye kwa vio vyake nini anafanya kwa sasa hivi. Sio. Sasa kwa sababu mdahalo muda mchache kutoka sasa unaanza, wewe tukaribishe wageni sisi tuanze. Bwana, tunawakaribisha na niwaombe tu usitoke hapo kwenye kiti chao, kwa sababu muda mchache ujao tunaanza kwenda live, mdahalo utaanza, na tuliokuwa majumbani tuna fursa leo ya kuuliza maswali. Kwa ukiangalia pale unaweza kutuma swali lako kule YouTube na mtu anayeongoza hapa atalijibu kwa kumuuliza engineer moja kwa moja. Yes. Unauliziwa moja kwa moja. Bana, muda huu sisi hatuna la ziada. Nilikuwa na Ali Shaban Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans. Mimi ni Kennedy Moses. Moja kwa moja nipeleke kijiti hichi kwake Fatma Abdalla Chikawe. Shukran sana Kennedy Moses pamoja na Ali Shaban Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano Young Africans. Ndugu Hersi Said, rais wa Young Africans, lakini pia naomba nitambue wajumbe wa kamati ya utendaji ya Young Africans ambao baadhi yao wako hapa: Munir Said, Alex Ngai, Rogers Gumbo. Tambue pia uwepo wa kaimu katibu mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF, ndugu Oscar Mirambo, lakini pia wawakilishi wa klabu mbalimbali za ligi kuu soka ya Tanzania bara. Tumeona vice president wa Azam FC, lakini pia meneja wa habari wa KMC, secretariat, watendaji wa Young Africans, waandishi wa habari, wageni mbalimbali mliopo hapa. Habari za mchana. Karibuni sana Gymkhana Club, lakini karibuni sana katika fursa hii ya wazi ya kwenda sio kusherekea, kujadili kwa pamoja na kuona mafanikio ya Mtanzania mwenzetu Engineer Hersi Said toka alipoingia katika maisha yake rasmi ya soka, na mpaka leo hii sio tu Tanzania tunamzungumza, Afrika inamzungumza, lakini pia na dunia inamzungumza. Kwa majina naitwa Fatma Abdalla Chikawe kutoka Azam TV, na tuko live kupitia Azam TV, lakini pia social media za Young Africans, YouTube channel huko pamoja na Azam TV. Kwa hiyo kutakuwa na nafasi ya kuuliza maswali kama utataka kuuliza hapa au kupitia hizo platform, tutaruhusu. Lakini kubwa lilopo mbele yetu
ukisoma bango lenyewe linajieleza I am Hersi. Kwa nini I am Hersi? Tutakwenda kufahamu hapa, lakini kubwa nataka tu tupate japo kwa uchache Engineer Hersi ambaye tunamzungumza leo hii. Kwa baadhi yetu inawezekana tumemjua kupitia Young Africans, labda kwa sababu ni rais wa club, lakini itakumbuka wakati anaingia Yanga hakuingia kama kiongozi wa kawaida. Utakumbuka aliingia kama mkurugenzi wa uwekezaji wa GSM, lakini kupitia maono yake Yanga ilibadilika kutoka Yanga ambao tulikuwa tunaifahamu mpaka Yanga hii ya mataji na makombe, lakini na rekodi na historia nzuri iliyopo barani Afrika. Tunatamani kufahamu amewezaje, maana ukitazama muda ni kama miaka mitatu hivi ya mabadiliko kutoka huyo ambaye alikuja kijana wa kawaida na utani kwenye mitandao ya kijamii utasema msela, vile ambavyo alikuwa akivaa zamani na sasa hivi ni mwendo wa majumba. Kitu gani kimebadilika? Pengine tuyaone hayo ambayo ameyapitia. Karibu sana Rais. Fatma, nakushukuru sana. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa hapa kwenye siku ya leo muhimu sana, lakini kushukuru wewe binafsi kwa kuendesha session hii. Niwashukuru kaka zangu ambao wako kushoto kwangu, lakini niwashukuru viongozi wa Club Young Africans ambao wamehudhuria. Niwashukuru viongozi wa vilabu mbalimbali pia ambao wamehudhuria. Niwashukuru sana wanahabari kwa kujitokeza kwa wingi kwenye hafla yetu ya leo. Najua kuna Watanzania kadha wanatazama kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo Azam TV. Mimi naitwa Hersi, ni kijana wa Kitanzania. Background yangu ni civil engineering. Nimesoma Tanzania na nje ya nchi. Lakini katika kazi kubwa ambayo leo inatukutanisha hapa ni sisi wa Tanzania kuona kwa namna gani tumeweza ku-elevate mpira wetu, ku-elevate level ya ligi yetu ya Tanzania, ku-elevate vilabu vyetu ambavyo vinashiriki kwenye mashindano ya ndani ya nchi pamoja na mashindano ya nje. Na specifically nitajikita kwenye Young Africans, na nitoe shukrani za dhati kabisa kwa wanachama wa Young Africans kuniamini. Lakini imani hii haikuja bahati mbaya, ilianza kipindi cha nyuma ambacho tulikuwa tunataka kuisupport Young Africans kutoka kwenye ule wakati mgumu. Katika maisha kuna up and downs, na klabu ya Young Africans ilipitia kuanzia mwaka 2016 tulivyompoteza mwenyekiti wetu baada ya kuachia nafasi ya mwenyekiti ambaye alikuwa wakati huo ni mdhamini na wakati huo ni mwenyekiti wa klabu yetu. Alikuwa ana support kwenye level ya administration kwa maana akiwa kama mwenyekiti, na alikuwa pia ana support kwenye eneo la finance kwa maana uchumi wa kifedha. Downfall yetu ilitokea baada ya yeye kuondoka, na Mungu amtangulize mbele za haki mwenyekiti wetu, kakaangu mwenyekiti. Baada ya kumpoteza mwenyekiti wetu Yusuf Manji ambaye ametangulia mbele za haki, tumuombe Mungu ampe pumziko la milele. Mwenyezi Mungu amwapushie na adhabu za kaburi. Amen. Na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi. Baada ya kusema hayo, Young Africans tulipitia wakati mgumu, na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama. Lakini nakumbuka 2020 Mr. Ghalib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni 300, na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde. Na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSM na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kumtafuta mzabuni wa jezi, ambayo kampuni yetu iliweza kubid na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi. Na mimi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara.
Lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo nikakaa na Mr. Ghalib akaniambia, bwana, sasa hii bahati nzuri ni timu unayoishabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, ikabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji 4. Tukamsajili Ditra Mchimbi, tukamsajili Adeyu Msale, tukamsajili Bernard Morrison na tukamsajili Haruna Nionzima, na karudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda. Kwa hiyo ulikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Neverland kuja Regents Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa chuo cha sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda, kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha. Na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu. Tukamleta pia coach Luke Aimer kama mnakumbuka, na baada ya hapo kuanza kuweka motivation. Nakumbuka mara ya kwanza Nugas alikuwa anabeba kabisa milioni 10 kama furushi kuhakikisha anawaonyesha wachezaji kwa jamani, fedha ni hizi, mechi mkishinda mtaondoka na hizi fedha. Ilikuwa ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kutupa matokeo. Tulikwenda na baadaye tukaweza kuchukua tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi. Ulikuwa ndo msimu wa kwanza wa 2021 ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa naona gharama zinavyoenda. Yaani ukitaka kuihamisha timu kutoka sehemu hii kuipeleka hii inahitajika gharama. Ukitaka kumsajili mchezaji inahitajika fedha. Na fedha hizi zote zilikuwa zinatolewa na Mr. Ghalib free from his pocket, kwamba nataka tuisupport team sasa. Nikaja na wazo kwa ile background yangu ya investment, tukasema lazima tutafute, tuwe na short term plans na tuwe na long term plans. Short term ni hii kusupport, kuinua quality. Lakini long term hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake. Inaweza kuwa ni 100% au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75%. Kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi. Kwa hiyo mwenyekiti Dr. Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la transformation. Nikasema hapa tunaweza tukatumia hili wazo, tukalipa nguvu hili wazo likaweza kutransform timu yetu. Basi nikamconsult, tukakaa tukakubaliana tutengeneze ile kamati kwa ukubwa wake, tuipe nguvu, na baadaye nikawa sehemu hiyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi. Kuna wanasheria, mwenyekiti wetu Mzee Mgongolwa, kuna kina Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarim walikuwa wanatoka finance, mimi natoka kwenye engineering, lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndio hapo sasa tukasema lazima tutafute consultant, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri, tukajifunza kutoka kwao na sisi tukajifunza, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje. Tukakama na mfumo wa mabadiliko, na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba. Club Young Africans ikatengeneza rasimu ya katiba mpya, zikaenda kwa wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao, tuka incorporate, na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu uliofanyika mwezi wa sita mwaka 2021, na mkutano ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu, na ulihudhuriwa na wanachama 1770 na wanachama wote waliridhia mabadiliko hayo. Na baada ya kuridhia tukalazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo, na sehemu ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka 100% kwenda 49 kwa wawekezaji, 51 kwa wenye club. Lakini la pili ilikuwa structure ya leadership, ambayo ilikuwa nataka mwenyekiti abadilike kuwa rais na baadaye kuwa kuna mwenyekiti wa bodi, na eneo la tatu ilikuwa fan engagement, ambayo yote hayo tulianza kuyafanyia kazi. Na mnamo mwaka 2022 tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matakwa ya kikatiba. Baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2021, tumefanikiwa kusajili katiba, tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe
sikumbuki, ilikuwa mwaka 2022 Julai 9. Julai 9 tukafanya uchaguzi ambao uchaguzi huo ukanifanya niwe rais wa klabu ya Young Africans kwa kipindi cha miaka 4 ambayo naihudumia kwa sasa. Asante. Tumepata walau kufahamu kile ambacho kimetuleta hapa. Engineer ameelezea safari yake, na hiki ambacho anakielezea sasa ni mada yetu ya kwanza ambayo inagusia uongozi wake ndani ya Young Africans. Maeneo mengine pia atakuja kuyatazama kwa maana ya ACA, lakini pia FIFA huko kwenye kamati ya mashindano. Mbele yetu kuna jopo hapa, tutajadili kwa pamoja. Kakaangu Gerard Hando, mkongwe kwenye tasnia hii ya habari, lakini Ramadhani Mbwaduke, mtaalam wa takwimu na data kwenye masuala ya soka ukanda wetu huu Afrika Mashariki na Kati. Naomba nitambue uwepo wa katibu mkuu wa wizara yetu ya habari, utamaduni, sana na michezo, na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Karibu sana, naye ameamua kushiriki nasi hapa. Kwa hiyo ni fursa wanahabari leo kumfahamu Engineer Hersi, lakini pia na watu wadau ambao wamemfanya awepo hapo. Ameelezea safari yake kuingia Young Africans, lakini amegusia kwa uchache namna ambavyo alipewa dhamana ya kuwa rais wa Yanga. Sitaki kujua safari ilikoje, nataka nifahamu changamoto ambazo ulikutana nazo baada ya kutangazwa kuwa rais wa Yanga. Katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo, uliweza vipi kukabiliana na hizo changamoto? Maana najua nyingi walikuwa nasema pengine hana uzoefu kwenye soka, ni mgeni huyu kwenye soka, anaongozaje klabu kubwa kama hii ya Yanga? Fatuma, kwanza mimi ni shukuru mtu mmoja ambaye wa kwanza nitamtaja na Mr. Ghalib Said Mohamed. Yeye alikuwa ni sababu kubwa sana ya mimi kufika hapa, na nichukue fursa hii kumshukuru kwa support yake kubwa ambayo amekuwa akionyesha personally kwangu, lakini pia kwenye taasisi ya Club Young Africans. Nyuma ya haya mafanikio kumekuwa kuna mawazo, kumekuwa kuna ushauri, kumekuwa kuna guidance na watu wengi ambao wamekuwa wakinipa ushauri. Nisiwezi kuwataja watu wote hapa, lakini wamekuwa ni sababu kubwa ya hiki. Na ni kweli wakati naingia madarakani kama mwenyekiti wa club, nafikiri inaweza kuwa ni mwenyekiti mwenye umri mdogo kuliko wenye viti wa vilabu hivi vikubwa katika historia yake. Miaka 30 kitu haikuwa rahisi kukabidhiwa Young Africans. Kitu gani ambacho kilinifanya nichukue hii dhamana? Kwanza ni dhamira yangu ya kutaka kusaidia klabu yangu ya Young Africans ambayo ni klabu ya mzee wangu marehemu. Lakini la pili ni dhima ambayo tulikuwa nayo kama community ambayo tulikuwa tunaitaka. Young Africans ni klabu kubwa kuliko zote kwa umri hapa Tanzania. Haiwezi kuwa klabu ambayo inaweza kupitia shida wakati kuna watu wenye uwezo wa kuisaidia wakawepo. Kwa hiyo naweza kusema ni abandon my professional career kama civil engineer na kuweka jitihada kwenye mpira. Hilo ni eneo la pili. La tatu ni kuungwa mkono kwa uongozi wetu kwa wanachama na mashabiki. Wanachama na mashabiki waliweza kutupokea vizuri sana. Waliamini kabisa ya kwamba brain zetu zikiungana kwa pamoja, kwa wajumbe wa kamati ya utendaji, makamu wa rais, pamoja na viongozi mbalimbali ambao tunaweza kusema ni brain nyuma ya Young Africans, tunaweza kufanikiwa. Challenge ya kwanza ilikuwa ni umri, naonekana ni kijana mdogo. Challenge ya pili ni kwamba sijawahi kuonekana kwenye uongozi wa mpira, kwamba kuongoza vilabu mbalimbali. Na hicho kilikuwa kinatia wasiwasi. Na wasiwasi huo ulikuwa ni haki kwa hawa watu kuwa na wasiwasi. Lakini nataka niwaambie, vijana sisi wengi sana tuna uwezo mkubwa sana. Na kitu ambacho tunaweza kukifanya ni kuhakikisha tunapewa nafasi. Na tukipewa nafasi, naamini hata hapo watu ambao wako nyuma ya hizi kamera wana uwezo mkubwa sana hata kwa huo umri wao mdogo waliokuwa nao. Kwa hiyo cha kwanza ni kupewa nafasi vijana na kuaminiwa. Lakini la pili ni sisi vijana kutendea haki hizo nafasi zetu. Nikiri ya kwamba haikuwa rahisi, lakini tumepambana na naamini vijana wengi wanaweza wakiaminiwa. Tumepata guidance kwa viongozi wetu wa juu, nikianza na mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini Mzee Mkuchika, wajumbe wa bodi ya wadhamini kina Anton Mavunde, Mheshimiwa Mwigulu, Abbas Tarimba, mama yetu Karume. Hawa wote wamekuwa ni mentor kwenye uongozi wetu. Lakini pia viongozi mbalimbali ambao wametusupport. Kwa hiyo vijana tukipewa nafasi tunaweza. Na hii ni mfano tosha kwa kijana mdogo kupewa club kama Young Africans na akaitendea haki.
Ramadhani Mbwaduke, pengine tupitishe kwenye takwimu. Ilikuwa sahihi kuamini vijana akiwemo Engineer Hersi kuiongoza klabu kubwa kama hiyo ya Young Africans, lakini kwa malengo ambayo aliyasema walikuwa nayo ya muda mfupi na ya muda mrefu, Yanga imefanikiwa kiasi gani? Ndio. Kwa mtazamo wangu, kwa kuangalia namba, imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Sababu ukiangalia kwa mfano kwenye mataji ya ndani, kombe la shirikisho, hivi sasa wadhamini ni benki ya CRDB. Yanga wamechukua mara 4 mfululizo. Baada ya kufungwa katika fainali na watani zao wa jadi kwenye uwanja wa Lake Tanganyika kama unakumbuka vizuri. Baada hapo Yanga kwenye michuano hiyo, mechi 24 wameshinda zote. Lakini kati yake kuna mechi 3 alishinda kwa mikojo ya penalty kwa sababu ya kanuni. Kwa mfano kuna mechi ya robo finali dhidi ya Geita Gold ilikuwa ni sare wakashinda kwa penalty. Kuna mechi na Azam finali walishinda kwa penalty 7-6 kama unakumbuka vizuri. Kuna mechi nyingine pia ilikuwa ni Azam Geita. Kuna mechi 3 za penalty. Nyingine zote wameshinda. Alafu mabao 72 wameruhusu mabao 9. Sasa anayejua namba unaweza ukaona hapa ni ukubwa kiasi gani. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga wameset standard kwa hii misimu minne kuanzia 2021-22. Standard ambayo unaiona ngumu mno, sio tu kwa timu nyingine, Yanga yenyewe pia, ambayo inaweza ikawa mtihani kwa sababu mashabiki kila mara wanafanya reference, wanafanya rejea kwa kilichofanyika. Hiki kinacho wanapaswa kujihadhari kwa sababu katika misimu minne imeshinda mataji yote. Lakini sio tu inashinda, ukiondoa mechi za msimu huu inafunga mabao mengi. Ishafunga mabao 254. Mechi 120 Yanga imeshinda mechi 100. Ina maana winning percentages ni 83%. Wakati wao wakitoa utawala kwenye ligi kuu back to back mara 4 mfululizo, watani zao wa jadi Simba kuanzia 2017-18 mpaka 2020-21, so walichukua mara 4 mfululizo. Pale kulikuwa na mabadiliko, kulikuwa na msimu mechi 30, kukawa na msimu mechi 38, kwa maana kwamba kutoka timu zilikuwa 16 kama sasa, alafu zikawa timu 20 mechi 38, alafu kukawa na mechi 38, alafu kukawa na timu 18 2021 ambapo tunazungumzia mechi 34. Kwa hiyo mechi 140. Simba wakati inafanya vizuri sana pale, winning ratio ilikuwa ni 73% kwa sababu ilishinda mechi 102 katika mechi 140. Yaani ukijumlisha vizuri hapa 30 38 utapata hicho ninachokielezea. Alafu kishinda 102 ukikokotoa ndo unapata hizo 73%. Kwa hiyo Yanga ilivyochukua huo utawala back to back mara 4 yenyewe ni 83%. Maana ime raise bar. Lakini sio hilo tu. Katika ligi kuu Tanzania bara toka ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza mwaka 1996-97, timu ambayo iliwahi kufanya vizuri sana in terms of percentages ni Simba 2009. Mechi zilikuwa 22, ilipata pointi 62 katika 66. Kwa hiyo performance ilikuwa 94%. Lakini kuanzia 2010 kwenda juu huko, timu ili ushinde wakati mwingine Yanga ishai kuchukua ubingwa performance ya 70.5, sababu ilipata pointi 55 kati ya 78 mechi 26. Lakini leo hii mtihani uliowekwa pale na Yanga wenyewe, nasisitiza huu ni mtihani kwa Yanga wenyewe pia, yani mbali na timu nyingine, kwanza ni kwamba 2021-22 Yanga unbeaten mechi 30, ilishinda mechi 22, sare 8, mabao 49, ikaruhusu mabao 8. Point 74 unazungumzia performance ya 82.222 to infinity, around 82%. Kwa hiyo kwenye kuanzia 2010 hiyo ndo best performance, lakini ukichukua na mpaka tangu ianzishwe na maana inakuwa ya pili, sio? Lakini msimu unaofuatia kutoka point 74, kwa kujua kwamba washindani wao unazungumzia Simba, Azam na wengineo watakuwa wanafuata hiyo Yanga wakaongeza tena point wakafika 78. Ni katika msimu ambao Simba kweli walikuja wakapata point 73. Maana yake matokeo ya mechi zao mbili katika msimu yali separate, yalitofautisha nani amebingwa. Yanga kana point 78. Ni performance ya 87 round, kwa sababu 86 plus 86.66. Engineer anajua kizi round inakuwa 87. Kwa hiyo wamepanda kisha tena. Haitoshi, the following season baada ya hiyo 2023-24 Yanga waka raise tena point 80 katika 90. Hapo nazungumzia performance ya 89, alafu mabao wakafunga 61. Lakini haitoshi, msimu uliopita wakaleta balaa zaidi kwa sababu wakapata point 82 katika 90. Ni performance ya 91.
Alafu wakaleta mpya ambayo katika ligi bora 27 barani Afrika. Kwa mujibu wa CAF, ligi bora namba 1 ni Misri, ligi namba 27 kwa sababu 25 ni Eswatini, unakuta Niger, kuna Burkina Faso. Ligi zote hizi hakuna bingwa huwa anafunga mabao mengi kuliko points. Lakini katika mashirikisho 54 ni kwa sababu gani? Ni hesabu rahisi tu. Ukishinda point 3. Lakini unaweza kushinda moja bila mechi 10 ukapata mabao 10 akiwa na point 30. Kwa hiyo ni nadra sana kuwa na mabao mengi kuliko points. Yanga wamaliza na point 82, performance asilimia 91, lakini mabao 83 katika mechi 30. Maana yake kwa wastani kila mechi, kila dakika 32 na sekunde 32 inafunga bao moja, ambayo haishindi tu Afrika nzima. Sasa hapa sio udamisi, sio mughalabu tunasema, sio exaggeration of facts. Ni dunia nzima katika ligi bora 5 duniani. Afu Afrika chukua ligi zote bila kujali ligi 5. Yanga ndo the best kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, asitokee mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona. Simaanishi hivyo. Na maanisha kwenye ligi yako una perform vipi? Yanga kufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700. Maana kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kamba zinacheza za mpinzani. Afu wameruhusu mabao 10. Sasa wastani huu ukilinganisha katika ligi bora duniani, mwingine atashtuka, duniani kwa mpira wa miguu chini ya mwavuli wa FIFA tunazungumzia CAF ambayo Yanga ndo the best. Tunazungumzia AFC ligi za ubora 5, unazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea, Japan. Kule hakuna inayofikia kiwango cha Yanga. Unazungumzia OFC Oceania, yani visiwa vya Vanuatu, unazungumzia Fiji, unazungumzia New Caledonia, hakuna inafikia Yanga. Unazungumzia CONCACAF. CONCACAF ni Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean. Ya unazungumzia Marekani, unazungumzia Honduras. Kule ligi 5 bora katika shirikisho lile la CONCACAF. Hakuna yenye performance kama Yanga. Ukitoka hapo unaenda CONMEBOL. CONMEBOL ni Amerika ya Kusini. Hapo unazungumzia ligi bora 5 ni Brazil, Argentina, Colombia, kuna Paraguay. Hakuna iliyo perform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo kwa sababu ndugu zangu najua hawakawi kusema Yanga bora kuliko nazungumzia performance kwenye ligi yako. Lakini unazungumzia UEFA ligi 5 bora, unazungumzia Italy, unazungumzia England, unazungumzia Spain, unazungumzia Germany, unazungumzia Ufaransa. Huku sasa ndo walau kidogo kuna ambaye anataka kuichallenge Yanga lakini hajaweza kwa ya kwanza, ambaye inaitwa PSG kwenye ligi yake La Liga. Liga 1, ligi kuu ya Ufaransa. PSG msimu uliomalizika kule mechi 34 walifunga goli 92. Kwa sababu mechi 34 unazungumzia dakika 3060. Ukigawanya ndio hiki ninachozungumzia tunaita MPG, minutes per goals. Walikuwa wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 16. Kwa hiyo wanakuwa nyuma Yanga PSG. Alafu kuna Barcelona. Hii sasa tunazungumzia La Liga. Barcelona mechi 38 wanazungumzia dakika 3420. Wao katika mechi 38 walifunga mabao 102. Ambao ukichukua dakika 3420 gawanya kwa 102, ukikompute vizuri utapata wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 31. Hizi ndo best 3 teams duniani kwenye ligi zao performance. Umeshaelewa vizuri? Lakini ukienda kwenye michuano ya CAF, Yanga 2021-22 baada ya kuangukia kwenye CAF, kama unakumbuka vizuri, Confederations Cup, manake kwanza 2021 walitolewa na Rivers United mapema tu 1-1 imeisha. Lakini huo msimu unaofuatia walienda kucheza dhidi ya Zalan kama sikosei, kashinda bao 9 aggregate. Halafu wakaenda kucheza na Hilal Omdurman. Sio? Wakatolewa. Ina maana unaangukia kwenye playoff kwa kanuni zilizopita, sasa hivi hazipo hizo. Walipoenda kwenye playoff wakacheza na Club Africain bila kwa Mkapa, Yanga ikimiliki mpira 69%, lakini mwisho wa siku mashuti 5 on target, wale 3 on target bila. Walipoenda Tunisia Rades, Yanga walishinda 1-0. Matokeo yake wakaingia kwenye group stages. Wakaenda mpaka finali inayosemwa Alger. Unazungumzia mechi sasa 14 ukiongeza na playoffs zile mechi 2 dhidi ya Club Africain. Kwenye mechi 14 Yanga imeshinda 9. Umeshaelewa? Mechi 9 kati ya 14 ambazo ukifuatilia vizuri katika msimu ule katika michuano ya CAF kwenye Kazidatawa, yani chukua ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, timu best kwa performance ni Yanga. Sizungumzii bingwa. Yanga alifika finali. Nazungumzia performance marks kwenye match by match basis. Away Yanga ilikuwa namba 1, afu ya pili Mamelodi. Kwa sababu Mamelodi away yenyewe ilishia nusu finali ligi ya mabingwa. Away ni mechi 5,
ilishinda 3 alafu ikatoa na sare. Lakini Amini ilishinda 2 sare 3 ikapata pointi 9 za away kwa sababu mechi 5. Yanga away ilienda ilimfunga Club Africain away. Kwenye makundi ilitoa sare na Real Bamako kama unakumbuka vizuri. Ilienda ilifunga TP Mazembe, ilifungwa na US Monastir. Kwa ufupi ukichanganya katika mechi za away 7, Yanga ilishinda 5, sare 1, ilifungwa 1 na US Monastir 2-2. Sasa Mbwaduke, kazini leo kwa waandishi kuna kazi ndugu yangu. Inahitaji utashi wa hesabati. Tusaidie kwa maneno machache. Angalau ya chini ya dakika 1. Thamani ya Young Africans imepanda kiasi gani ndani ya uwanja? Imepanda sasa mimi mtu asilimia. Ukisema tu rate katika hizo 100%. Nikichukua kwenye ligi kuu Tanzania bara imepanda imefika 87%. Afrika sasa kwa sababu imecheza mechi 44 mchanganyiko, yani ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, alafu imeshinda 25, sare 10, alafu imefungwa mechi 9. Sasa hapo wenzangu watanisaidia hesabu tuweke kwenye kukokotoa. Unaweka tu ni rahisi hata kwenye simu yako 25 out of 44 ni winning, alafu sare mechi 10 kati ya 44, zile 25 kati ya 44, 10 kati ya 44, 9 za kufungwa kati ya 44. Ukiziweka vizuri tujibu kwa namba sio kwa hisia. Lakini imefanya hapa tunazungumza hapa, yupo katibu mkuu Msigwa. Kwa sekunde chache. Katibu mkuu Msigwa na Watanzania kwa ujumla tunapaswa kujivunia kupitia Yanga wakishirikiana na watani zao wa jadi. Sasa hapa tunapozungumza Afrika nzima, ligi ambayo kwenye top 10 clubs ina walau timu zaidi ya moja ni nchi 2 tu. Misri wana timu 3 ambao ni Al Ahly, wana Zamalek, wana Pyramids. Tanzania kuna Simba na Yanga. Hapa tunapozungumza Yanga ya 9 kwa ubora, viwango vipi? Watu wengi wanaangalia viwango ambavyo vimesha expire, wanaangalia Yanga ya 12. No, Yanga ya 9 sasa hivi. Ikitokea imeshinda tu dhidi ya Silver Strikers bila kujali matokeo mengine, Yanga inakuwa imepanda nafasi ya 8. Asante Mbwaduke. Jamani, tumpigeni makofi. Kukariri hizo takwimu inataka moyo wa ziada wa hesabu. Kama tulikimbia ndo hivyo. Lakini tumeitazama thamani ya Young Africans ndani ya uwanja. Lakini ukiwa unaizungumza Yanga sasa hivi, kuna maeneo imekuwa ni mfano wa kuigwa, masuala ya branding, lakini pia masuala ya fans engagement na maeneo mengine. Natamani kakaangu hapa Gerard atupitishe, tuambie ni kwa namna gani malengo ya muda mfupi na muda mrefu ya Yanga yamefanikiwa kuiongezea thamani nje ya uwanja. Nashukuru sana Fatma. Kwanza mimi katika uzoefu wangu wa miaka yote hii nikikaa nikiangalia tu setup hii, watu waliopo hapa na tukijiuliza ni watu wangapi duniani ukiachilia mbali hapa Tanzania na Afrika wanafuatilia tukio hilo, unapata jibu la kwanza. Hii ni brand kubwa sana. Na nikwambie ni tu wote tunafahamu katika biashara yoyote ile hakuna kazi kama kujenga brand, kuisimamisha, kuweka kwenye position yake, alafu kuilinda. Kwanza uijenge ipate tija, alafu uilinde ijiendeshe kwa muda mrefu. Sinaja kuongea maneno mengi sana. Wote tunafahamu bila kutoa mfano wa klabu nyingine au kuzungumzia soka letu kwa ujumla. Hata Engineer Hersi alipoanza kuzungumza hapa anasema yeye mara ya kwanza katika kuingizwa ndani ilikuwa mwaka 2020 kwenye ile Harambee. Ndipo Garibu akamuomba mpe nafasi. Pale Yanga haikuwa brand ile unayoona leo hii hapa. Leo Yanga ni brand kubwa, si tu Tanzania, si tu Afrika. Na reflection ya kwanza unaiona katika muda mchache tunamwona Hersi anaibukia ASA na sasa anaibukia FIFA. Tutazungumza yote utake ustake ni kile ambacho ni kutokana na reflection ambayo Yanga imeweka kwenye ulimwengu wa soka kama brand, kama bidhaa au kama chapa. Na sisi ambao tuko katika hizi industry zetu hizi tunafahamu jinsi gani ilivyokuwa kazi ngumu kujenga brand, iheshimike, ikubalike, alafu ianze kupendwa. Si tu ipendwe kwa mazoea, ipendwe hata na wale wengine ambao hutaka kuipenda, hata watu wengine ambao tunasema the emerging markets, hata wale watoto wadogo na watu wengine wanaibukia sasa hivi. Leo hii tukiwa tunaangalia kwenye mashindano mbalimbali, kwenye shughuli mbalimbali za klabu ya Yanga, ni taswira ambayo sisi watu wazima wa miaka ya nyuma hatujawahi kuiona. Utaona kuna kila aina ya watu kwa umri tofauti, jinsia tofauti, matabaka tofauti. Yaani wote wanafurahia, wa kike, wa kiume, wa mama, wa kila aina utaona wao katika harakati za kuifurahia Yanga. Hii maana yake hii brand imekuwa, brand inaheshimika na brand sasa imesimama. Actually mimi nilikuwa natamani hata kabla sijazungumza haya, maana nimemsikiza Hersi kwa makini, lakini hata kuna kimoja angalau nitamani akiseme.
kwa sababu amezungumzia ile plani wamepewa, wamefanya nini. Yale yote mambo kiamsikiliza kwa makini yalikuwa yanalenga kuleta kujenga klabu fulani inayofanya vizuri kwenye mashindano, ipate heshima na vitu kama hivyo kwa kuwini makombe. Nilimuuliza swali moja hapa, akaniambia vision yetu sisi kubwa ni makombe tu bwana. Lakini nilikuwa natamani hata wakati nazungumza Hersi angalau angegusia kidogo ni walifanyaje katika mbinu za kibiashara madhubuti kabisa kuisimamisha hii chapa hapa iliposimama na kuwa na heshima hii. Leo hii amezungumzia kuhusiana na harambee. Kabla ya harambee tulikuwa tunasema bakuli linapita, lakini kabla ya bakuli zilikuwa zinapigwa ngumi klabuni. Mikutano imekuwa kwenda na FFU kuliko hata wanachama wanaohudhuria mikutano. Kesi mahakamani zilikuwa haziishi. Makomando wamechukua timu, wachezaji hawataki kuja. Timu inashindwa kuanza kuingia kambini kwa sababu hawana fedha za kuingia kambini. Lakini si hayo tu. Katikati ya mashindano timu inapoteana. Yaani mambo yalikuwa ni mengi ya kila namna. Mambo kama yale kuyaondoa katika muda mfupi namna hii. Maana mambo kama yale ndio hata kama siku moja hayawezi kuifanya chapa ikaonekane kama ni bidhaa inayofaa kibiashara yenye heshima na hadhi kamwe. Lakini Engineer Hersi ameongea vitu vingi hapa. Na mimi niseme tu kimoja. Hakika niseme hii heshima kubwa aliyoipata ni kwa sababu chapa imeonekana. Achilia mbali makombe, Yanga imeshinda makombe miaka mingi kabla miaka 4 hii. Na amefanya vizuri sana miaka hiyo kabla ya miaka 4 hii. Lakini chapa kama chapa imesimamaje? Katika unapozungumzia position yake katika ulimwengu wa soka wa dunia nzima, wala sio Afrika na Tanzania. Utaiona Yanga, ndio maana Hersi yuko FIFA. Hiki ni kielezo tosha tu. Kwa hiyo hata kabla tujamzungumza mazungumzo haya bwana Hersi, nitashukuru sana kidogo tupitishe kidogo kwenye eneo. Lakini la pili Hersi leo ikitazama Yanga, kweli kuna wengine watasema lakini hata wengine bado na niwe mkweli mimi nilipotoka huko. Wengi mnanijua mimi. Niko huko kwingine, lakini kiukweli nikisimama leo nikitazama Yanga, ile hali ya uhasimu sioni, nasikia raha, nasikia furaha, najivunia. Achilia mbali mimi ni Simba kindakindaka, wala simumunya maneno hapa. Na ninajulikana. Rafiki zangu wa Simba wanajua mimi Simba mpaka ndani nishakopo nao. Nishasafiri sana Simba mimi, ndani na nje. Lakini leo nikiitazama Yanga as a brand, nikili kusema sidhani hata. Sio kwa ubaya kabisa. Sioni kama kuna brand nzuri katika eneo la soka Tanzania kama hapo, kwa sababu sasa unazungumzia timu ambayo inatumia billions kusajili. Timu ambayo inaweza kutumia dola 300 kusajili mchezaji mpaka dola 400, Afrika muuza dola mpaka milioni 1 ikiamua. That is a super brand. Kwa hiyo thamani imepanda kwa kiasi kubwa, kwa asilimia kubwa sana. Siwezi kuikadiria, lakini itosha kusema kwamba brand ya Yanga leo hii tumekaa hapa tunamzungumzia Hersi, brand ya Yanga inaonekana FIFA. Si tu Afrika na Tanzania kwa ujumla, bali inaonekana FIFA, na ndio maana Hersi yuko hapa. Tuko naye hapa tunazungumzia habari hizo. Asante sana. Jamani tumpigie makofi. Yes. Tumekuwa na mjadala mzuri kuhusiana na uongozi wa Engineer Hersi Said ndani ya Yanga. Tunaruhusu maswali mawili kwa wenzetu na habari ambao pengine mngekuwa mnatamani hapa engineer wajibu. Privadinho, kama kuna maswali jamani, mawili tunaruhusu hapa. Karibu. Shukrani sana. Mimi naitwa Anwar Binde natokea Wasafi Media. Na hongera sana Engineer Hersi kwa progress uliopo na hapo ulipo. Lakini pia kwa yale yote ambayo umeyafanya ndani ya muda mfupi, naona wananchi wanatabasamu hivi sasa. Lakini pia nimpongeze ndugu yangu Mbwaduke kwa tathmini nzuri. Mimi nafanya hizo kazi, najua muda uliotumia, research alizofanya kufika hapo. Swali langu linaenda kwa engineer. Umetuambia mambo mazuri sana tumeyasikia, lakini kuna level ambayo Yanga umeifikisha. Kuna benchmark ambayo imeweka, ndio level hiyo hiyo ambayo Yanga ina compete na Yanga, si maeneo mengine. Na labda unaweza ukatuambia kitu gani ambacho utakifanya kuweza kumaintain hiki ambacho umekifanya, kwa sababu kuenda juu na kufika juu sio kazi kubakia juu. Kiangalia Yanga sasa hivi hata mashabiki kelele nyingi zinakuwa kutokana na Yanga ambayo kuna sehemu walishaiona na kuna namna, kuna level imeshuka, ndio maana kelele zinakuwa nyingi hivi na vile. Kitu gani ambacho kitakufanya uweze ku maintain hiyo na kwa nyanja zote, kuanzia branding, management, cabinet na maeneo mengine yote, kwa sababu eneo moja likisheki linaweza likaathiri sehemu nyingine na mwisho wa siku mkadrop, mambo mengine yakawa hayajaenda sawa. Eneo hilo tuchukue mawili au unajibu kwanza? La pili ili ajibu yote kwa pamoja. Swali la pili. Karibu. Asante. Naitwa Justin Kess, natokea Mjini FM.
Naomba kumuuliza Harris Ali Said, kwa yote ambayo amezungumzika hapa, wengine tunayaona, kakaangu Gerard amegusa vizuri sana issue ya nembo. Sisi ndo kazi yetu wanahabari kuhakikisha nembo inasimama na inasogea na inaweza kujiendesha, lakini consistency huwa ndio deni kubwa sana kwa watu wa Kiafrika. Na saa hii wewe ni mwenyekiti wa African Club Association. Maana yake humo ndani Azam, KMC, Simba na nyinginezo zimo. Na tayari hiyo ni platform kwetu sisi kama Watanzania, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, na sasa umeenda FIFA. Tunaamini majukumu yako ni makubwa na tunaamini unaweza ukayatumikia. Na tayari tunayoongelea hapa ni ya Yanga ambao wewe ni rais wa klabu yake. Vipi kwa hizi klabu zingine, nini unaweza kukifanya ili hata ifike siku sasa, sitaji kutaja kiongozi fulani, CEO mmoja hivi au rais wa klabu nyingine wa Tanzania akiita waandishi wa habari, hivi vyombo ni vingi sana, sisi tunajua sio rahisi kuvipata hivi. Hiyo wamefuata content ambao wanaamini itaenda kuuzika sokoni. Nini unakifanya kama rais wa ASA kuweza kuinua sasa wenzio waweze kufika hapa? Hakuna kiongozi wa klabu yoyote nchi hii anaweza kuwaita watu wakaja hivi. Sisi waandishi wa habari tunajuana. Sawa. Asante kaka Kesi, naomba tuhifadhi swali lako. Tutakuja kuuliza tutakapoingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inahusiana na huo umoja wa vilabu. Kwa hiyo swali la pili tutajibu hapo baadaye, lakini kwa sasa tuanzie na ndugu yetu pale. Tumpe ya pili. Okay, haya. Mwepewa nafasi ya upendeleo. Asante. Kwa majina naitwa Nasibu Mkomwa na tokea Crown Media kama reporter na producer wa vipindi vya michezo, Crown Sports na Joga Bonito. Na maswali matatu kwa president ambao yote yanaihusu klabu ya Young Africans. Swali la kwanza kwa president, Engineer Hersaid amezungumza wakati wanapambana kuhakikisha timu inatoka ilipokuwa mpaka ilipofika hivi sasa, walipitia michakato mingi, michakato mpaka ya kuomba ushauri, ya kuelezwa namna ambavyo vilabu vingine vinaweza vikafanya kazi. Walikwenda Sevilla, nakumbuka wakawa wanasema kwamba kile ambacho kinafanyika Sevilla watapambana kukikopi kije kwenye klabu yao, klabu ya Young Africans. Mimi swali langu kwa president ni pengine sasa mchakato ambao mmekwenda kujifunza na sasa hivi tunaona maendeleo yanapatikana, timu inapata matokeo, timu inafanya vizuri, inatoa mataji, lakini je, mchakato wa mabadiliko kwa maana ya mabadiliko ya uendeshaji unakamilika lini na huo mchakato uko vipi, ili pengine wanachama na mashabiki wafahamu na sisi waandishi wa habari tujue pengine mchakato wa mabadiliko wa klabu ya Young Africans unakwenda wapi. Lakini swali lingine la pili, nilikuwa na matatu lakini nimeambiwa niulize mawili, ni kuhusiana na project ya timu za vijana. Young Africans sasa hivi mnajivunia mchezaji kama Clement Mzize. Ni mchezaji ambaye ametokea kwenye timu zenu za vijana. Lakini baada ya hapo hatujawaona wachezaji wengine wakiwa wana groom kwenda kwenye timu kubwa kwa maana ya kwenda kupata nafasi tofauti na Clement Mzize, japo wapo wachezaji ambao tumeona kama wakina Shaibu Mtita, wakina Hamisi na Nguka, wachezaji ambao wanakuja kwenye timu wanafanya pre-season, baada ya pre-season wanakuwa wanatolewa kwa mkopo. Je, mchakato wa kuhakikisha mnaweka nguvu pia mtengeneze vijana ambao wakija kwenye timu kubwa wakifanya pre-season hata mwalimu anasema Saudi ni mchezaji ambaye naweza nikamtumia kwenye mashindano? Asante. Asante sana. Maswali mazuri. Kesi, swali lako hili tunalihifadhi kwa ajili ya second segment ambayo itakuwa inazungumzia mambo ya ACA. Very productive question. Naomba niajibu maswali mawili matatu kwa ujumla wake. Niseme katika wakati tunaanza kwenye uongozi wetu, mimi pamoja na kamati yetu ya utendaji, role yetu ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha tuna elevate quality ya senior team yetu. Hicho ndio kilikuwa kitu cha kwanza. Na ukitazama miaka 4 jitihada kubwa tumeifanya kwenye senior team hasa. Niombe radhi, kocha wangu yuko hapa Edna, timu yake ya kiki kwa maana ya Yanga Princess, nafasi ambayo imeachieve ya juu ni second position. Hatujai kuchukua ubingwa. Na ukweli ni kwamba hatujaweka jitihada ya kutosha kuhakikisha tunachukua ubingwa. Timu za watoto mwaka jana tulichukua ubingwa under 17. Lakini philosophy zinapishana. Unaweza ukawa una dhamira ya kusema kwamba nimeachieve timu yangu ya development au timu zangu za development kwa kuchukua ubingwa. Hiyo ni falsafa moja.
Na kuna falsafa ya pili, achievement ya youth development ni kuhakikisha umeproduce wachezaji wengi kwenda kwenye senior team. Kwa hiyo falsafa zinapishana. Ukiniuliza mimi na viongozi wenzangu, falsafa yetu sio kuchukua ubingwa kwa hizi youth development. Falsafa inapaswa kuwa ni kuhakikisha una produce wachezaji wengi zaidi kwenda kwenye senior team. Na hilo nikiri hatujalifanikiwa. Kwa hiyo hayo mawili yapo katika to-do list yetu na mtayaona. Eneo la tatu ambalo pia linahitaji improvement ni eneo la facility. Sasa hivi tuna facility pale Kigamboni kwenye maeneo ya Avic, lakini malengo ya uongozi wetu ni kuhakikisha tunajenga uwanja wetu, kuimprove facility, kuwa na uwanja wetu wenyewe. Kwa hiyo ukitazama kwenye hiyo ambayo tunazungumza, tumefanikiwa kwenye senior team peke yake, lakini kuna maeneo matatu ambayo bado hatujafanya vizuri. Na sio kwamba tumefeli, isipokuwa hayajawa kipaumbele. Na siku tukiweka kipaumbele, Yanga Princess itachukua ubingwa. Hiyo nataka niwahakikishie. Na kipaumbele kwenye facility tutaanza ujenzi wa uwanja na tutaumaliza. Na siku tukiweka kipaumbele, youth development yetu itakuwa one of the best in the country. Kwa hiyo haya yapo katika to-do list yetu na tutayafanya. Swali la Nasibu anazungumzia kuhusu transformation. Sisi transformation ya Yanga kwanza haijakwama. Labda nikiri hili. Kuna wenzetu, najua klabu ya Simba imeanza kufanya transformation, na niseme ni transformation nzuri, imepita kwenye hatua nyingi. Yako maeneo ambayo yalikuwa yanaihusu pia serikali imeshiriki kwa nafasi yake, na Simba wanaweza kuwa na status yao. Sisi Young Africans kwenye transformation yetu hatujakwama. Kwa nini? Transformation yetu ipo katika hatua kadhaa. Ya kwanza ilikuwa ni kujifunza. Tumejifunza kwa La Liga, lakini sio kukopi, ni ku learn from the best na kuicustomize kwenye matumizi yetu ya nchi. Tumeweza kufanya hilo. Baada ya kujifunza, tumegusa maeneo matatu ya transformation yetu. Eneo la kwanza ni club ownership. Tukajifunza vilabu vya Ulaya vinamiliki umiliki wa aina ngapi. Umiliki wa kwanza ni public football club na umiliki wa pili ni private football club. What is public football club? Ni klabu ambayo inamilikiwa na wanachama, association. The likes of Real Madrid, Barcelona, socios. Aina ya pili ya umiliki ni private football club. Ni vilabu vinavyomilikiwa na either taasisi au mtu binafsi. Tukajifunza faida na hasara zake. Let me take you through this transformation. Faida ya public football club ni fan engagement process nzuri ya kutengeneza affiliation au connection kati ya wanachama na klabu yao. Kuna mapenzi pale. Lakini ukija kwenye private football club inakuwa ni ownership ya either taasisi au mtu binafsi. Kwa hakuna emotional connection. Kwa hiyo ni faida na hasara hapo. Ukija kwenye public football clubs zina very limited means ya kitu kinachoitwa investment. Lakini kuja kwenye private football club there is a very good room of investment. Leo Azam FC investment yao ya kujenga uwanja haiwezi kuwa question na mtu yote. Mtu anatoa pesa kwenye akaunti yake, ana invest, anajenga uwanja wake, na ile mali inakuwa ni ya kwake. Hakuna process ya kutafuta wanachama na kuchangia na kufanya nini. Kwa hiyo ni private football club ina room of investment. Kwenye public hakuna room of investment au iko limited. Sisi Young Africans tulichagua mix model, mfumo mchanganyiko wa kuchukua 49% za wawekezaji, kwa maana tufungue room of investment na tubakize 51 kwa ajili ya wanachama wetu wawe majority shareholder. Na faida yake ni kwamba una maintain emotional connection, bado club inakuwa ni ya wanachama, lakini unafungua room of investment ambayo haipo kwenye public football club. Lakini zaidi ya hapo tukajifunza eneo la pili la structure ya uongozi, ambayo sisi tulikuwa Young Africans ilikuwa na tunawaita wale wadhamini kwenye structure yetu ambao wako 5. Kuna Excom ambayo ina mwenyekiti na wajumbe wa kamati ya utendaji. Kuna AGM kwa maana mkutano mkuu wa wanachama ambao ndio decision body ya club. Alafu kuna secretariat kwa maana GS au CEO na watendaji. Sisi tukasema hii tuna maintain structure. Tunakuja na structure yetu mpya ambayo pila hii itaendelea kubaki vile vile. Mkutano mkuu wa wanachama utakuwepo, wadhamini watakuwepo, Excom itakuwepo na CEO kwa maana ya mtendaji atakuwepo. Lakini sisi tunafungua milango mingine miwili. Tunatengeneza pillars nyingine 2. Pila ya kwanza itakayokuwa katikati
itakuwa ni pila ya kampuni Young African Sports Club Company Limited. Hii ni kampuni mpya itakayoanzishwa. Kampuni hii dhamira yake ni kuwachukua Young African Sports Club na kuwachukua wawekezaji ambao ni pila ya tatu, kuwaleta pamoja hapa katikati kwenye pila itakayokuwa ni kampuni. Na hii pila itahusisha 51% za Young Africans na 49% za wawekezaji. Kwa Yanga sasa hivi ina pillars tatu. Ina Young African Sports Club ambayo ina mfumo wake wote na wanachama wake, ina wawekezaji huku mwisho watakaonunua shares 49, na ina kampuni katikati itakayokuwa inawakutanisha Young Africans na wawekezaji. Na hii kampuni itakuwa ina 100% za Young Africans, zitauzwa 49 kwenda kwa wawekezaji, 51 zitabaki kwa wanayanga. Itakuwa ina bodi yenye watu 9, 5 kutoka Young Africans na 4 kutoka kwa wawekezaji watakaonunua zile 49. Na hawa 5, mwenyekiti au rais wa klabu huku ana nafasi yake moja kwa moja, anakuwa board chair. Wa pili atakuwa ni mjumbe anayetoka kwa wadhamini, atakuwa wa pili. Wajumbe wawili watakaotokana na Excom wanakuwa 4, na mtendaji mkuu wa klabu anakuwa 5, katika kulinda interest ya Young Africans. Na hawa 4 wanaotoka kwa mwekezaji ni wale ambao wamenunua shares zenye thamani ya 49%. Kwa hiyo unachukua 49 gawanya kwa 4 unapata 12.25. Yoyote atakayenunua shares zinazofika 12.25 atakuwa na kiti kimoja kwenye board. Kwa hiyo ukiuza 49 watakuwa watu 4. Usipouza, Young Africans watakuwa na wajumbe 5, 0 kutoka kwa wawekezaji. Na chini yake kutakuwa kuna CEO ambaye ndio mtendaji atakayeajiriwa na hiyo bodi, na CEO tutamletea operations zote kuja kwenye kampuni. Kwa hiyo sisi sasa hivi tulipo kama Young Africans tulishafanya structure yetu ya kwanza, ipo na ina exist. Sasa hivi tulichokifanya ni kufanya valuation, kwa maana thamani ya klabu yetu tumeipata, juzi imetangazwa. 100% Yanga ni bilioni 100. Kwa hiyo tukisema sasa tunafungua hii kampuni, ndio process inayokuja sasa hivi. Tutaanza kuuza share 49. Na tukiziuza hizo share 49 ndio tutakapopata wawekezaji watajoin kwenye kampuni mpya, na hiyo kampuni sasa ndio itaanza operations za club. Kwa hiyo sisi hatujakwama, tuko kwenye good shape. Stage ya juzi ilikuwa ni valuation, tumemaliza. Sasa tunakwenda kufungua kampuni na kutafuta njia ya kuuza hizo shares zetu 49. Tumpigie makofi. Naamini hata swali ambalo lilikuwa linahusiana na namna gani Young Africans ita maintain standards zake limeshajibiwa kupitia maelezo haya. Jamani, tulikuwa na session nzuri kuhusiana na uongozi wa Engineer Hersi Said ndani ya Yanga. Niwashukuru sana Ramadhani Mbwaduke pamoja na Gerard Hando, lakini pia nikushukuru Rais, japo jambo bado linaendelea. Tunaingia kwenye session ya pili muda mchache kutoka sasa, lakini kwa wakati huu wenzetu Kenneth Moses yuko tayari kwa ajili ya mahojiano na wadau mbalimbali. Naam, shukrani sana Fatma Abdalla Chikawe kutoka hapa Gymkhana, na kama ambavyo mtazamaji umekuwa ukitazama na kufuatilia mjadala huu I am Hersi, kwa maana ya kwamba Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa klabu ya Young Africans na kile ambacho amefanikiwa mpaka sasa ameshare na wananchi na watazamaji, lakini kuna mengi ambayo yanaendelea ambayo naamini wewe kama mtazamaji unatamani kuyafahamu. Sasa tumesikia kwa upande wake, lakini wapo wadau kadhaa na watu ambao wanafanya nao kazi. Miongoni mwa watu hao ni pamoja, mimi namuita mwandamizi kwa sababu alikuwepo Young Africans kabla ya mabadiliko na kabla ya ujio wa baadhi ya viongozi wakiwemo kina Engineer Hersi Said, na yupo pia sasa. Hapa namzungumzia moja kati ya memba wa ile tunasema kamati ya utendaji, Alex Ngai. Karibu sana Alex. Asante sana. Basi nashaka mambo yako vizuri. Pengine kwa kwanza natamani kusikia mtazamo wako. Ulikuwepo Young Africans kabla ya ujio wa hichi ambacho tulikuwa tunakitazama hapa, kwa maana kina Hersi na wengine, lakini pia upo Young Africans sasa hivi. So far unaweza kuzungumza nini umekiona kikibadilika kwa kiasi kikubwa, na unaitazama vipi Young Africans hii ya sasa ukiangalia kule mlikotoka? Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, mpaka leo tuko salama na tunaendelea kuiongoza klabu kwenye njia sahihi. Kiukweli mimi kama mwanachama na mpenzi shabiki wa Young African, ukiondoa kofia yangu ya kuwa kiongozi, kiukweli tumepita kwenye msoto mkubwa sana na Young African kipindi hicho cha nyuma kabisa, ambapo ilikuwa kwenye masuala ya mabakuli, mambo kadha wa kadha ambayo tulikuwa tunapitia. Kwa kweli mpaka hivi leo hapa tulipo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Vile vile tutoe shukrani za dhati kabisa kwa Mr. Garibu kwa kuweza kuisupport klabu
pamoja na wadhamini wengine wote, SportPesa, unaona, maji ya GSM, wote kwa kuweza kutia nguvu, na mpaka sasa tunaona mafanikio ambayo tunayo, kwa sababu hayaji kama ndoto, lakini jitihada kubwa sana ambazo tulikuwa tumeziweka baada ya kuingia sasa kuwa viongozi wa Yanga. Kuna mipango ambayo tulikuwa tayari tumeshajipangia na kujiwekea kwamba ni lazima tufanye 1, 2, 3, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli mpaka leo tuko hapa. Yeah. Kama ambavyo panasomeka hapa nyuma kuna FIFA na mengine mengi ambayo Engineer Hersi Said ameyafikia huko, lakini safari ilianzia Young Africans. Natamani umzungumzie yeye kama yeye binafsi. Unadhani nini amekiongeza hasa kwenye klabu yenu na mpaka mlipofika leo? Kwa kweli nadhani ni mtu poa sana kwenye uongozi wetu, kwa sababu tunaongoza vizuri na wote tunasikilizana. Unaona, na ni mtu ambaye anapokea ushauri pale mnapokuwa mnajadiliana masuala ambayo yana maslahi makubwa ya klabu. Lakini vile vile haijafika hapo alipo kwa bahati mbaya, ni kujituma na nidhamu ya mafanikio ambayo anayo. Naamini kabisa nyota huwa inaonekana mapema. Kwa hiyo hiki kitu hakijaja kama bahati mbaya. Ni mtu ambaye anastahili hiyo nafasi alionayo, na naamini atafika mbali zaidi hapo alipo. Shukrani sana Alex Ngai, tupata wasaa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Asante sana. Naam, asante. Ni Alex Ngai, mjumbe wa kamati ya utendaji ya Young Africans. Alikuwepo nyakati zote mbili, alikuwepo kabla ya mafanikio haya ambayo Young Africans wameyapata, lakini pia yupo wakati huo ambao Young Africans wameweza kujenga brand kubwa, si kwenye soka la Afrika peke yake, hata duniani, kama hichi ambacho nakiona nyuma yangu muda huu. Tunaendelea na sehemu ya mdahalo huu, na muda huu niungane na mwenzangu Alwatan Ramadhan Ngoda. Asante sana Kennedy Moses kwa mahojiano hayo na moja kati ya wajumbe wa kamati ya utendaji wa Young Africans. Sababu za kukushukuru ni nyingi sana. Moja ni kwanza kuungana nasi katika tukio hili kubwa na muhimu la kujivunia na la kipekee sana. Lakini sababu ya pili ya kukushukuru ni kuendelea kuwa nasi katika tukio hili, ikiwa bado unafahamu kwamba yapo mengi sana unaotakiwa kuyafahamu kuhusiana na hili ambalo limetukusanya hapa. Na kubwa lililotukusanya ni Rais wa Young Africans Engineer Hersi Said, na kile ambacho amekifanya. Tumetoka kuangalia session ambayo imeangazia uongozi wake ndani ya Young Africans tangu alipochukua kijiti cha uongozi kama rais wa Young Africans, lakini sasa ni wasaa mwingine muhimu wa kwenda kujua katika session ya pili, kipindi ambacho ameingia ndani ya chama cha klabu za mpira wa miguu barani Afrika kwa maana ya ACA. Nini kinafanyika huko, lakini pia klabu zinanufaika kiasi gani? Ndio sababu ambayo imetuweka hapa katika session hii ya pili. Nianze kujitambulisha kwanza mwenyewe, naitwa Alwatan Ramadhan Ngoda, na mwenyeji wetu bado ataendelea kuwa ni Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa Young Africans, lakini pia kipekee kabisa tunaye makamu wa rais wa Azam FC Abdul Karim Amin almaruf Popat, bila kusahau moja kati ya waandishi wa habari na watangazaji ambao wamewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika soka la Afrika kutoka Azam TV, ndugu yangu kabisa Gharib Mzinga. Ninayo fahari kubwa sana kuwa nao katika jukwaa hili. President, kwa mara nyingine tena ruhusu tuendelee na hili ambalo limetoka katika session ya pili, na bila kupoteza muda, moja kati ya vitu ambavyo Tanzania kama nchi na Watanzania kama wananchi tunalazimika kujivunia ni uwepo wako ndani ya moja kati ya vyombo muhimu sana vya uendeshaji wa mpira barani Afrika, ambacho kimekupa pia nafasi ya kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ndani ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, kuwa mwenyekiti wa ACA moja kwa moja bila kupinda. Unaona kuna kwenda kuinufaisha vipi Tanzania, lakini kuna kwenda kuzinufaisha vipi klabu zote barani Afrika ambazo zipo kwenye mamvuli wa ACA? Haji Ngoda, nashukuru kwanza kuwa na wewe kwenye hii session. Niwashukuru pia kaka zangu Mzinga pamoja na bana, mimi nimezoea kuita CEO. Hii nafasi ya makamu mwenyekiti bado ngeni, utaniwia radhi. Kwa kweli tujivunie kama Watanzania kuwa na taasisi mpya ambayo inaitwa ACA na kuwa na kiongozi anayetokea kwenye taifa letu. ACA ni African Club Association, ni taasisi mpya iliyoanzishwa mwaka 1.5 uliopita, na dhamira yake ilikuwa ni kubwa kuhakikisha kwamba tunavileta vilabu vyote pamoja, vinaweza kushirikiana na weza kutatua changamoto zake, na mwisho wa siku kuweza kustabilize mpira wetu wa Afrika. Kwa kweli kwa sasa tuna changamoto nyingi za vilabu vinaweza kushindwa kujisimamia kiuchumi, vilabu vinashindwa kuwa na umoja kusaidiana, vilabu vinashindwa kuwa na sauti moja. Kwa hili wazo la kuleta ACA
ambalo lilifanywa na president wa football wa Afrika kwa maana ya Dr. Motsepe, ilikuwa ni dhamira kuvileta vilabu pamoja, lakini sio tu vikae pamoja, na pia kuwa na sauti kwenye chombo kikuu cha maamuzi ya mpira barani Afrika ambapo ni Excom ya CAF. Kwa hiyo kuwa na mwenyekiti wa ACA kama taasisi kunaongeza thamani nyingine kwenye maamuzi ya taasisi kubwa ambayo inaamua mpira wa Afrika ambayo ni CAF, na nimepata nafasi ya kushiriki kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji na nimeshiriki kwenye vikao kadhaa. Faida ambayo tunaipata kwanza ni sisi kama vilabu kukaa pamoja na kujua changamoto zetu. Wenzetu wa Ulaya, na juzi nilikuwa nimealikwa kwenye mkutano mkuu wa European Club Association ambayo kwa sasa wameibadilisha kwa European Football Clubs. Ni taasisi ambayo imeanza miaka 18 iliyopita. Na taasisi hii ilianza kama vilabu vichache wanaviita G14, vilabu 14 viliungana vikatengeneza umoja wao, vikaanza kusukuma ajenda zao, na niwaambie wamefanikiwa sana. Kuna transformation kubwa sana ya mpira imefanyika Europe, na sasa hivi nakuja mpaka kwetu kwa maana ya Afrika na duniani kwa sababu ya umoja huu wa vilabu. Leo hii vilabu vinaanza kulipwa, TD atakuwa shahidi. Vilabu vinaanza kulipwa kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye national teams katika mashindano ya FIFA. Vilabu vitaanza kulipwa. Na msukumo huu umetokana na umoja wa vilabu. Kwa nini? In actual sense, sisi ndio taasisi kubwa ya kimpira duniani. Football clubs. Sio national team. Na sisemi kwa dhamira mbaya. Nataka niweke uwazi kabisa ya kwamba vilabu vinakuza wachezaji. Vilabu vinaajiri wachezaji. Hawa wachezaji wote wanaocheza national team ni waajiriwa wa vilabu. Sisi ndio tunaosimamia well-being yao kwa maana ya fedha zao, maisha yao, performance zao, matibabu yao na kila kitu. Na sisi kama vilabu tukiwa ni stakeholder namba moja, mwajiriwa wetu anapoondoka akaenda kuitumikia timu yake ya taifa, anarudi wapi? Anarudi kwenye club. Nani anamhudumia akiwa anarudi kwenye club akiwa na injury? Club. Kwa hiyo ukitazama the biggest stakeholder wa mpira anapaswa kuwa club. Na huyu mwajiri wake anapoondoka kwenda kuhudumia taasisi nyingine, yeye kama club anapata kitu gani? Nitakupa mfano mdogo. Ligi yetu mwaka jana, mechi yetu ya mwisho tumecheza tarehe 28 mwezi wa 6. Tarehe 7 mwezi wa 7 national team imeitwa, wamekwenda Zanzibar kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na CHAN. Baada ya kutoka hapo wamekwenda Egypt kufanya pre-season mwezi mzima wa mwezi wa 7. Huyo mwajiri wetu hajakanyaga ofisini. Mwezi wa 8 tarehe 2 mashindano ya CHAN yameanza. Mpaka mwisho wa mwezi wa 8. Mwajiri wetu ndani ya miezi miwili hajakanyaga ofisini. Alikuwa anaihudumia national team. Lakini mwajiri wake amenufaika na nini? Hajanufaika na kitu. Transformation ya mpira wa sasa inaitaka hiyo timu ambayo inamlea huyo mchezaji, inayolipa gharama zake, inufaike na hayo mashindano. Hayo mashindano ya CHAN yaliochezwa obvious yana wadhamini. Kuna mtu mwingine atakuwa anachukua hizo pesa za wadhamini, anazipeleka wapi? So transformation ya hizi ACA, hivi vyama vya vilabu vinaanza kufungua brain mpya ya mpira na kusema hapana. Kuna hiki kinatakiwa kiende kwenye direction hii. Mchezaji anapata maumivu au kupata majeraha akiwa anaitumikia timu ya taifa, anarudishwa kwenye club kwa ajili ya kuhudumiwa. Where is the insurance? Kwa nini hizo taasisi ambazo zinamtumia yule mchezaji kwenye matumizi ya hayo mashindano zisiweze kubeba hizo gharama za matibabu? Na vipi compensation? Yule mchezaji amepata ACL labda, amepata majeraha ya goti atakomfanya akae miezi 6 bila kucheza. Mimi kama club ambaye nimemsajili yule mchezaji kwa matumizi yangu, itakuwaje? Nitawezaje kukava gharama zake? Atatakiwa alipwe mishahara, atatakiwa alipwe gharama za matibabu. Who's going to cover the cost? So dunia sasa imeanza kuleta fikra tofauti. Na fikra hizi zinapitia kwenye vilabu, vyama vya vilabu. Na vilabu vinaweza kuraise thamani. Leo tunaambiwa mashindano kama ya Club World Cup, FIFA, maanisha FIFA World Cup, wachezaji wataanza kulipwa, na ni kwa sababu ya hizo initiatives. Kwa hivyo niseme ACA itakwenda kufungua milango ya vilabu vya Afrika kwa pamoja, itaweza kufungua na kuleta fikra mpya za vilabu na kuhakikisha vinapata haki yake stahiki. Lakini nitoe habari nzuri, jana tulikuwa na mkutano wa bodi wa ACA na tumeweza kupitisha usajili wa vilabu. Kwa hiyo form ziko tayari kwa vilabu vyote ambavyo viko Tanzania na Afrika kwa ujumla kuanza kuwa wanachama wa ACA. Form ziko tayari. Ada ya usajili ni $1,000 kwa mwaka. Klabu italipa $1,000, itakuwa mwanachama wa ACA.
na kuna maslahi makubwa ya vilabu kuwa sehemu ya umoja huo. Habari njema kabisa ambazo bila shaka response yake ndio hayo makofi ambayo tumeyasikia. Lakini kabla ya kutupa kijiti hiki kwa wadau wengine wa jukwaa hili, engineer, naamini kabisa kwenye ACA ambayo mimi naona umekwenda kupewa mtihani mkubwa, lakini kwenye hilo unabeba sifa ya Mnyamwezi kwa sababu Mnyamwezi ndio anapewa mzigo mzito wa bebe. Ni kwa mara ya kwanza kabisa taasisi hii inatengenezwa, lakini unakwenda kukabidhiwa jukumu hilo la kuwa mwenyekiti wa taasisi ambayo imetengenezwa kwa mara ya kwanza na majukumu hayo mazito ambayo kwa maono yako umeweza kuyaleta. Kwenye kila jambo ambalo unaliendea kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvimaintain, lakini vipo ambavyo unatakiwa kuviondosha kwa maana umeona havina tija, lakini pia kuna vitu vipi ambavyo vinatakiwa kuletwa. Kwenye haya maeneo matatu ndani ya ACA, ni kipi kimefanyika kwa kiwango kikubwa chini ya uongozi wako kama mwenyekiti? Kwanza nianze kwa kumshukuru mwenyekiti wa rais wa Football Association ya Afrika, Dr. Motsepe. Amefungua mlango ambao umefungwa kwa miaka mingi sana. Wenzetu Europe wakiwa na miaka 18 na hii taasisi Afrika kulikuwa kuna ugumu wa kuifungulia mlango. Kwa hiyo nimshukuru sana Rais Motsepe kwa hicho. Na sisi tumepambana kwa namna zetu kuhakikisha tunakuwa established. Tumeweza kufanya utaratibu mzuri wa ku-set up office na tumeweza kufanikiwa kufungua ofisi Morocco, na kuna watendaji sasa hivi wako Morocco kwa ajili ya kuihudumia. Lakini yako mambo kadhaa ambayo tumeyafanya. Moja ni kusimamia kitu kinachoitwa solidarity fee. Vilabu vyetu vya Tanzania ambao vinashiriki CAF Confederation na Champions League na vilabu vyote vya Afrika vinavyoshiriki mashindano haya, hatua ya preliminary round au hatua ya mzunguko kulikuwa hakuna gharama zozote club zinapewa kama sehemu ya kusupport. Tumesimamia solidarity fee. Mwaka jana ilikuwa $50,000, mwaka huu ni $100,000, na vilabu vyote vinavyoshiriki mashindano hayo mwaka huu vimeshalipwa na malipo yamepitia ACA. Hivi tunavyozungumza, ACA ndio imeratibu malipo ya vilabu hivyo. Pesa zinatoka CAF lakini zinaratibiwa na ACA na vilabu vimeweza kufanikiwa kupata, which is the biggest milestone. Na bado tunaendelea kupush pesa hizo ziwe zaidi ya $100,000. Mwaka jana $50,000, mwaka huu $100,000, na tunaomba mwakani ziongezwe. La pili ni kushawishi kwa baadhi ya kanuni ambazo zimekuwa zikiathiri vilabu. Hivi tunavyozungumza kwa nafasi yetu, baada ya kusaini ile MOU na CAF, naingia kwenye kamati ya mashindano. Kwa hiyo tuna nafasi ya kushauri na kutoa maangalizo kwenye mashindano ambayo taasisi zetu au vilabu vyetu vinashiriki in the continental level. Na kikubwa kingine ambacho tunaweza tukazungumza ni kwamba kuna zone sasa hivi. Miaka ya nyuma unaweza kupangiwa, nakumbuka amesema hapa Mbwiduka, Young Africans ilicheza na Rivers kutoka Nigeria kwenye hatua ya mzunguko wa kwanza. Sasa hivi kanuni zimebadilika kidogo. Na bahati nzuri Ngoda ulikuwepo kwenye ile draw pale, ulihost vizuri sana. We were so proud of you siku ile. Asante sana. Mashindano yamepangwa katika hizi preliminary round kwenye zone Sekafa, Kosafa, lakini kuna another criteria which is geographical point. Unaweza kuwa Sekafa lakini umekaribiana na Kosafa ukacheza mechi hizo. Dhamira ni kuhakikisha tunapunguza gharama katika kuvituma vilabu kushiriki hatua za kwanza preliminary, lakini la pili kuhakikisha kila zone inapata wakilishi kwenye quarter finals. Ukuta zamani vilabu vikubwa vinapangiwa na hizi timu ndogo ndogo zote kwenye preliminary round, ukienda group stage haumpati mtu kwenye zone yenu ya Sekafa. So sasa hivi hilo jambo halitakuwepo. Kuna marahisisho kama hayo, na mengineyo ni kwamba sasa vilabu vitakuwa na identity, tutaanza kuvitambua vizuri. Kwa hiyo yako maeneo ambayo tumeanza kuimprove, lakini challenge ni kubwa kwa sababu taasisi yenyewe ndio imezaliwa mikononi mwetu. Kwa hiyo tunaiendesha katika njia ambayo ni salama zaidi, na ni hakikishe ya kwamba nikiri ya kwamba kumekuwa kuna changamoto tumeshaziweka sawa, na nikwambie future ya mpira ipo kwenye ACA. Future ya mpira iko kwenye ACA. Asante sana. Future ya mpira ipo kwenye ACA. Tunaishi katika matumaini hayo ambayo tumepewa na Engineer Hersi Said. Sasa umefika wakati wa kuweza kupata uhalisia wenyewe, na hii ndio sababu moja kati ya sababu ambayo imetufanya tuwe na moja kati ya wawakilishi wa klabu
Abdul Karim Amin Popat yupo hapa kama makamu wa rais wa Azam FC. Popat, moja kati ya vitu ambavyo watu wangependa kusikia kutoka kwako ni uhalisia wa kile ambacho kimezungumzwa hapa katika moja ya mabadiliko ambayo yamefanywa ndani ya mpira wa Afrika kwa sasa na ACA, kubwa ikiwa ni fedha ambazo klabu zinapata kuanzia katika raundi za awali, kitu ambacho mwanzoni ilikuwa ni mtihani kidogo. Wewe unayo nafasi ya kutuambia kwa sababu upo ndani ya chungu ambacho sisi tunakichungulia kwa mbali. Ya, kwa majina naitwa Abdul Karim Mohamed Amin Nurdin maarufu kama Popat, makamu wa rais wa Azam Football Club. Niko hapa kwa niaba ya Azam Football Club baada ya kupokea mwaliko rasmi wa ndugu yangu Engineer Hersi, na kiujumla sisi kama Azam FC tukaona ni vyema pia kujumuika kwa sababu lipo ambalo linatugusa kutokana na African Club Association. Mojawapo ni hilo losema kunufaika. Kipindi cha nyuma kabla ya African Club Association kuwepo, tulikuwa tunufaiki na hizo pesa ambazo sasa hivi tumeanza kuzipata, japo sisi hatujawahi bado kufika kwenye group stage, na inshallah safari hii tuko karibia kabisa kwenda kwenye group stage na Mwenyezi Mungu atatufanikishia kwenye hilo. Nikiwa shuhuda wa hilo kwa niaba labda ya club zingine ambazo nao wanaweza kuwa wamenufaika na hawapo hapa, tumeanza kupokea pesa ya msimu uliopita 50,000 ambayo iliingia June tarehe 17. Tumepokea USD 50,000 kutokea lakini kama hilo halitoshi, engineer ametokea kuzungumza hapa mapema kwa msimu huu ambao tumeanza kushiriki, wameanza kuongeza na itaongezeka. Niwe shuhuda pia, tarehe 16 mwezi wa 9 tumeshapokea tayari $100,000. Kwa hiyo hizo ndio fursa ambazo sisi kama Azam FC tayari tumeshaanza kunufaika nazo, lakini pia amezungumza jambo ambalo bado nilikuwa sina taarifa nalo, la kuwa sasa fomu zimeanza kutoka kwa klabu zinazotaka kujiunga. Sisi kama Azam FC, mimi kwa niaba ya Azam FC, sisi tutakuwa pia watu wa mwanzo kuchukua fomu na tutalipia na kujiunga na African Club Association. Popat, hapo naamini kabisa kwamba kwenye kila ambacho tunakishangilia kama mafanikio, ndani yake ipo shauku, ndani yake kuna kitu ambacho unatamani, mbali na ambavyo amezungumza Engineer Hersi kama sehemu ya mafanikio ya ACA katika mpira wa Afrika na kwenye klabu za bara hili la Afrika. Nini ambacho unakitamani pengine, na unatamani tukija tukikaa hapa mwakani inshallah kama muda huu tu tunakizungumza kama sehemu ya mafanikio? Kutokana na uwepo wake engineer, pia na kutokana na shirikisho letu la Tanzania TFF, lakini pia uwepo wa katibu wetu wa Wizara ya Michezo amekuwa bega kwa bega na sisi, timu zetu kuna uwezekano zote 4 kwa msimu huu zikaenda kwenye group stage. Hiyo kama taifa pia ni jambo kubwa sana, na uwezekano huo unawezekana upo. Tuko karibia 90% ya kupeleka timu zote 4 kwenye group stage, na pia baada ya kufika kwenye group stage iko dhamira tunaweza pia tukapeleka timu kwenye quarter final mpaka semi final, na Mwenyezi Mungu akitujalia tuweze kucheza final sisi wenyewe kwa wenyewe. Inshallah, na naamini kabisa kwamba hilo linawezekana. Kama tumeshashuhudia finali za timu kutoka nchi moja kaskazini mwa Afrika, naamini kabisa kwamba inawezekana siku moja finali za kombe la shirikisho, finali ya Champions League tukashuhudia katika uwanja wa Benjamin Mkapa timu mbili kutoka Tanzania. Gharibu Mzinga, umekuwa unalifuatilia soka la Afrika kwa muda mrefu sana na umewekeza mno katika hilo. Kila mmoja wetu atakuwa shuhuda katika hili, lakini kwenye kufuatilia kwako na kuangalia kwako, namna ambavyo mpira wa Afrika ulikuwepo hapo kabla kwenye eneo la kanuni, eneo hili ambalo tunazungumza la timu kusafiri umbali mrefu kwenda kucheza kwenye hatua hizi za awali za michuano ya CAF, na sasa
ni picha mbili tofauti kiasi gani? Yeah. Kuna picha tofauti kubwa sana ambayo tunaiona hapo ndani, na eneo la kwanza Rais Engineer Hersi amezungumzia swala la kutoka eneo moja kwenda eneo jingine la karibu, kwa maana ndani ya zoni hiyo hiyo au zoni ya karibu, kwa maana ya kupunguza gharama za safari, logistics za safari. Tunafahamu kuhusu logistics zetu Afrika, lakini kuna eneo jingine la mashabiki, sawa. Msimu juzi Young Africans ilikwenda Rwanda kucheza mechi dhidi ya Elmerick kama nakumbuka vizuri. Waliondoka hapa na idadi kubwa ya mashabiki na wanachama kwenda kwenye ile mechi. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa Rwanda, sio? Msimu huu wanafanya logistics za kwenda Malawi kwa sababu kunafikika. Umeona wao rais lakini Azam wenyewe wanakwenda Zanzibar. Zanzibar kwenye muktadha wa football tunatengana nao kwa maana ya uwakilishi wetu kwenye CAF wanajitegemea. Kwa hiyo kuna ukaribu, na hii ni zoni moja kwa maana ya Azam na KMKM wote wanatokea ndani ya Sekafa. Wote ni wawakilishi wa Sekafa. Kwa hiyo kuna urahisi katika hayo mazingira, lakini pia masuala ya kijiografia ya hali ya hewa. Sisi hapa na Malawi hakuna tofauti mkubwa wa kimazingira ya hali ya hewa, tofauti na Misri kwa mfano. Au mataifa ya Afrika Kaskazini ambayo yana utofauti wa mazingira yao, labda mchana joto kali, usiku kuna kuwa na baridi kali, si ndio? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatofautiana kizoni na sisi. Kwenye eneo la faida ya kucheza kwa zoni moja, yani timu za zoni moja au zoni ya karibu kwa maana ya kanda moja na kanda nyingine, kuna faida pia katika kuupeleka mpira katika maeneo mengi, kwa sababu tunapokuwa na klabu nyingi group stage kutoka katika zoni zote, sisi Afrika tuna zoni 5 za kimpira, zoni 6 kwa maana ya Afrika ya Magharibi imegawanyika mara mbili, wafu A na wafu B. Sasa tunapocheza katika zoni za karibu au zoni zinazofanana, miongoni mwa faida zake ni pamoja na kuna integrity ambayo tunaitengeneza kwa maana ya ujirani, lakini katika zoni hiyo tunapata finest club, klabu zenu bora katika zoni. Kila taifa limetoa mwakilishi ambaye ni bora, lakini nyinyi wenyewe kwenye zoni yenu yupi ni bora ambaye anasukumwa kwenda group stage. Tumeshawahi kuexperience tangu mwaka 2017 CAF kwa mara ya kwanza wanaingiza timu 16 kwenye group stage. Tumewahi kuexperience klabu, kuna zoni hazitoi timu kwenye group stage. Kwa mfano, hiyo mwaka 2017 hatukuwa na timu kutoka West Africa kwenye group stage ya Champions League. 2019 na 20 hatukuwa na timu kutoka West Africa kwenye group stage. 2021-22 hatukuwa na timu kutoka UNIFAC, yani ukanda wa kati kisoka, kwenye group stage, na ndio ni ukanda ambao una timu nyingi kubwa, wakiwemo Tupuisa Mazembe, timu yangu hiyo, na haikuwepo kwenye group stage ya Champions League. Hapa naipiga picha kubwa zaidi Champions League kwa sababu ndo mashindano ambayo kwa asilimia kubwa yanatoa mabingwa na yale mataifa 12 na wakilishwa na timu ya pili ambayo ni mataifa bora. Kwa hiyo kimsingi msimu uliopita kwa mfano wa 2024-25 ikiwa tayari ACA ipo inafanya kazi, ipo active, tumeshuhudia zoni zote 6 zikitoa wawakilishi. Hiyo Afrika Magharibi ambayo ilikuwa kistruggle kwa muda mrefu, walitoa timu 2, Stade Abidjan kutoka Ivory Coast, Joliba Athletic Club kutoka Mali, walikuwa po group stage. Ukanda wa Sekafa kulikuwa na Hilali, ilikuwa Young Africans kwenye Champions League, si ndio? Ukienda ukanda wa kaskazini, of course uko tusizungumzie wao ndo hata wabingwa wenyewe wamemtoa wao. Tukija katika ukanda wa kusini pia walikuwa na Sagrada Esperanza, sijui walikuwa na timu za South Africa, the like of Orlando Pirates. Kwa hivyo sasa hivi maanake tuna uhakika kwa hizi mechi kuchezwa karibu kwa maana ya zoni moja au zoni jirani na mwenzio, kuna nafasi kubwa ya kushuhudia kila zoni ina mwakilishi ndani ya group stage katika michuano ya CAF. So kwa upande wangu naona hiyo ni faida kubwa ambayo tuko nayo. Sasa kama ilikuwa haipo kwa mwanzoni, lakini sasa hivi imefanywa kwa mapana zaidi. Kwa mfano, msimu huu wa 25-26 kuna mechi 30 za preliminary, yani mzunguko wa kwanza, hatua ya awali. Kuna mechi 30 zimechezwa. Zile mechi 30, mechi si chini ya 20 zinahusisha timu kutoka katika zoni moja au zoni jirani.
kwa maana ukanda wa Northern Africa, majirani zao ni magharibi, wana mechi Northern na magharibi. Sisi Sekafa tuna mechi na hizi timu za Kosafa, si ndio? Simba anakwenda kucheza na Nsingizini, Young Africans anakwenda kucheza na Silver Strikers. Kosafa na Sekafa. Azam kwenye Confederation wanacheza na Msekafa mwenzao na wamemtoa Elmerek Bentui, Msekafa mwenzao. Singida wametoka kumtoa Msekafa mwenzao Round Sport, wanakwenda kucheza na Frambudu Sant ya Burundi ambao ni Msekafa pia. Safi. Kama ulikuwa hujui, hazina aliyokuwa nayo Gharibu Mzinga sehemu yake ndiyo hiyo. Moja kati ya waandishi ambao kama tunavyojivunia Engineer Hersi Said, namna ambavyo amevuka mipaka na kwenda katika sehemu nyeti katika mpira huu wa Afrika na dunia, ndivyo ambao unajivunia pia uwepo wake kama kijana. Ni miongoni mwa watu ambao kidogo ukiambiwa ni kijana unajivunia na wewe kuwa kijana. Tunashukuru sana. Tuje katika eneo la maswali, na kwa sasa engineer nitoe nafasi kidogo ya upendeleo kwa wenzetu ambao wametutumia maswali kwenye mtandao. Nikiangalia kwenye YouTube ya Young Africans, moja kati ya maswali yanayoulizwa, kuna mmoja anauliza, umezungumza kuhusu kujisajili kwa klabu na utaratibu umekwisha tolewa. Je, ni klabu za ligi kuu pekee za mataifa husika au klabu za championship nazo pia zinaruhusiwa kujisajili? Swali zuri sana. Vilabu ambavyo vinaruhusiwa kujisajili kwenye ACA ni vilabu vya ligi kuu na Division 1. Kama ambavyo kanuni zetu za ligi hapa zinatukutanisha ligi kuu na ligi daraja la kwanza na kutengeneza bodi ya ligi, na hayo mataifa yote ya Afrika sasa yataruhusiwa kuchukua vilabu vya ligi kuu na vya ligi daraja la kwanza. Na hii imewekwa wazi kwa ajili ya kuruhusu relegation and promotion katika kila mwaka bila kupoteza wanachama wetu. Safi, bila shaka amekupata vizuri. Swali ambalo liliulizwa na Kesi, unalikumbuka, ambalo tuliliweka akiba tukasema kwamba tukija kwenye session hii ya ACA tutakuja kulijibu. Bila shaka unalikumbuka vizuri na hata watazamaji wetu pia wanalikumbuka vizuri. Kakaangu Kesi aliulizia kuhusu msaada gani ambao vilabu vitanufaika na ACA. Cha kwanza, tunakwenda kutengeneza sauti moja ya vilabu. Tunataka tutengeneze sauti moja ya ushirikiano kati ya vilabu. Leo hii kumekuwa kuna a lot of issues between vilabu na vilabu, kitu ambacho sio kitu kizuri na hakijengi umoja wetu. Sisi kama football community tunapaswa kupambana kwenye pitch kama leo tutakavyowashughulikia waandishi wa habari. Halafu mambo yetu ya ushirikiano yatakiwa nje ya pitch. Kama sasa tumekana kina Jumayo hapa ni marafiki, tunashirikiana na kina Ngoda. Tukimaliza hapa tukiingia kwenye mbungi pale tunatakiwa tupambane. Sasa vilabu bado havina sauti ya pamoja ya kukaa nje ya uwanja. Vinaweza kukutana uwanjani vikashiriki, lakini havina ule umoja nje ya uwanja. Kwa hiyo ACA inakwenda kujenga umoja nje ya uwanja. Wote tunafahamu kuna challenge za kusafiri barani Afrika. Challenge hizo zinaweza kuhudumiwa tukiwa na sauti moja. Ziko airlines nyingi ikiwemo Air Tanzania sasa hivi inakwenda kwenye maeneo kadhaa. Tukaweza kutengeneza mifumo ya kutengeneza mahusiano yenye discount na vitu kama hivyo, kutoa fursa kwa hizi taasisi zinaosafiri especially kwenye groups ambazo zinazidi watu 35 mpaka 50 kuweza kupata mapunguzo ya bei mbalimbali. Lakini pia kutengeneza mahusiano ya kusaidia, kuna baadhi ya vilabu vinakwama kwenye wanasheria, mifumo ya kisasa ya sheria, mifumo ya kisasa ya marketing, mifumo ya sponsorship, mifumo ya youth development, mifumo ya transfer. Kwa hiyo ACA inakwenda kuleta umoja huu kwa ajili ya kuhudumia mshirikiano wa vilabu. Lakini pia sasa hivi unaweza ukaja, wanasema zimu likujualo halikuli likakwisha. Tukiwa na umoja wetu, leo Yanga ikienda kucheza Malawi, ni rahisi mwenyekiti wa Yanga kuwa na communication na viongozi wa Malawi. Ni rahisi ya taasisi zetu mbili zikajuana. Na hata zikipokelewa pale, zinapokelewa vizuri, hawakukuli wakakwisha. Lakini kama hamjuani, unaweza ukaenda sehemu ukapata mistreatments tofauti, ukashindwa kupokelewa airport, ukashindwa kupata visa kwa wakati, ukashindwa kupata basi zuri, wakati wanakuchukua wanakuzungusha, kumbe ulitakiwa tu ni sehemu ya jirani. Kwa hiyo hii ACA inakwenda kuvunja hiyo mipaka ambayo haina tija kwenye maka. Watu washirikiane nje ya uwanja, lakini wakiingia uwanjani waweze kushindana na mshindi atashinda. Inshallah. Na
kutokana na ufinyu wa muda, kiukweli kabisa kuna matamanio na uhalisia. Matamanio yetu ni kuendelea kuwa na session ndefu ambayo itahusisha maswali mengi kutoka kwa waandishi wa habari na wadau ambao wamekuja hapa, lakini muda kidogo unatushika mkono, na Waarabu wanasema alwaqtu kaswajif, wakati ni kama upanga, usipoukata utakukata wewe. Hivyo basi tunalazimika kufikia ukomo kwenye session hii ya pili ambayo tulikuwa tunaangazia kuhusiana na ACA kwa maana ya chama cha club barani Afrika. Lakini pia umesikia mengi kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Engineer Hersi Said na mwenyekiti wa association hiyo kuhusiana na ambacho amekifanya kama ACA kunufaisha klabu za soka barani Afrika na mpira wa Afrika kwa ujumla. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda na namaliza session hii na kijiti hiki na kitupa kwake sasa Kennedy Moses kwa ajili ya mahojiano na wadau mbalimbali ambao wameungana nasi jioni ya leo. Naam, shukrani sana Alwatan Ramadhan Goda, kama ambavyo umezungumza. Imekuwa ni mjadala mzuri sana na wenye matunda, hasa kwenye kuliangazia soka kwa timu za Tanzania kwenye anga za kimataifa, na tumemsikia pia Galeb Mzinga akitoa mchango wake. Muda huu nizungumze na mmoja kati ya wadau ambao wanawakilisha klabu hizi ambazo tunazungumza hapa kwenye hichi ambacho tunakitazama. Yes, African Club Association. Hii inakuhusu pia wewe. Nipo na Halid Chukuchuku, afisa habari wa KMC. Ndugu yangu, wewe mmewahi kushiriki michuano ya kimataifa KMC, lakini si ninyi tu, na Mungu pia wale kushiriki Biashara United na timu zingine. Sasa hivi baada ya hii kufika ama kuanza kufanya kazi ikiwa chini pia Engineer Hersi Said, kuna mambo yamebadilika, ikiwemo kupatiwa fungu la pesa kwenye hatua za awali, jambo ambalo huko nyuma halikuwepo. Nyinyi mliwahi kustruggle pia wakati unafahamu struggle ya kushiriki michuano ya kimataifa, ukata zile logistics kidogo ni changamoto. Hii inakwenda kuboost morali na ushiriki, hasa tunasema effective participation, yani sio ndio kushiriki au ndio kushindana kwenye michuano hii kwa timu kama za kwenu hizi kwa kiasi gani? Kwanza nashukuru kwa swali zuri. Unafahamu kipindi cha nyuma KMC tumewahi kuwa washiriki wa mashindano ya Confederation na safari yetu ilikuwa ni kwenda Rwanda, tunakumbuka. Ilikuwa dhidi ya AS Kigali ya Rwanda, lakini kwa bahati mbaya baada ya zile mechi mbili kuna deni kubwa sana kwa klabu. Na hiyo yote kutokana na klabu ndio kwanza ilikuwa imetoka kuanzishwa, imepanda ligi kuu, ilikuwa hajajiwekeza kwenye masuala ya fedha, haikuwa na wadhamini. Kwa kuna namna moja tulistruggle sana kwenye kupata hizo fedha ambazo zingeweza kutusaidia kufanya logistics za safari, lakini kuja kwa ACA nadhani inakuwa ni mkombozi mkubwa kwa vilabu vya daraja la chini kama sisi, vilabu daraja la kati kuweza kupata fedha kwa ajili ya kujikomboa. Kwa sababu ukijaribu kuangalia kama timu inapambana kwenye rounds za awali, sasa hivi hilo tatizo limetatuliwa kwa mzigo ambao wanapata, kwa sababu awali mlikuwa mnaambulia patupu. Pasa shaka ni dalili njema kwenu hasa kwenye ushiriki kimataifa, sio? Ni dalili njema na itakuwa ni mkombozi wa mpira wetu. Shukrani sana Chukuchuku. Tupata saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Nashukuru sana. Ni Halid Chukuchuku nikizungumza naye, ambaye ni afisa habari wa watoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni kwa maana KMC. Muda huu pia tuendelee na sehemu ya 3 ya mdahalo huu, na sasa ni zamu ya Fatma Abdalla Chikawe. Asante kwa mara nyingine tena Kennedy Moses pamoja na wadau wote ambao mko hapa. Ndugu zangu wanahabari, tunashukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Jamani, niwakumbushe baada ya session hii ya mwisho ambayo ni muhimu, kuna mechi maalum ya kirafiki. Marafiki wa Hersi watacheza dhidi ya waandishi wa habari. Kwa kama unaona boli limo, basi unaruhusiwa kwenda kujisajili uweze kucheza. Matokeo kama haya huwa hayajegi mara nyingi. Tuko kwenye session ya mwisho ambayo inahusiana na uteuzi kutoka shirikisho la soka la kimataifa FIFA. Tunafahamu Tanzania kwa sasa imeingia katika vitabu. Kwa mara ya kwanza Watanzania 3 wamepata uteuzi, na ningependa kuwasoma wenzetu hao. Tukianza na Wallace Karia, yeye ameteuliwa na FIFA kuwa makamu wa rais wa kamati ya soka la ufukweni. Lakini pia tunaye dada Neema Haji ambaye ameteuliwa na FIFA kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya wasichana. Lakini pia mwenyeji wetu hapa Engineer Hersi Said ameteuliwa na FIFA kwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu. Na sesheni hii kwa sababu inahusisha mustakabali wa nchi, kwa namna ambavyo diplomasia ya michezo inakwenda kuuzwa huko nje au inatazamwa, tunaungana hapa na ndugu Gerson Msigwa, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini pia msemaji mkuu wa serikali. Tunaye kaimu katibu mkuu wa TFF Oscar Mirambo, na mwenyeji wetu kama kawaida tunaendelea naye. Lakini neno la kwanza watu wanatamani kusikia kutoka kwako Engineer, uteuzi wakati unakufikia. Cha kwanza kitu gani ulikizungumza na ulikizungumza kwa nani?
Bahati nzuri uteuzi huu niliupata tukiwa kwenye mkutano wa CAF General Assembly uliofanyika Kinshasa. Tukapewa taarifa hizi, nilipigiwa simu na mkurugenzi wa FIFA Afrika Gelson Fernandez kunijulisha kuhusu uteuzi huo. Kwangu mimi ilikuwa ni surprise kwa sababu sijawahi kufikiria kujumuishwa kwenye kamati kama hiyo, na ni heshima kubwa kwa taifa langu, kwa klabu yangu Young Africans, lakini pia kwa taasisi ya ACA ambayo imekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Na kupokea taarifa hiyo ilikuwa katika mazingira hayo ya kwamba there's a big obligation juu yako na tumekuamini na kamati ya utendaji ya FIFA imekupitisha kwa kuwa sehemu ya ujumbe huo. Sema nashukuru. Kwa kwangu ilikuwa ni taarifa mpya ambayo sikuitegemea, lakini naamini kulikuwa kuna vigezo kadhaa ambavyo wao waliviona naweza kuwa ni sehemu ya kushiriki. Kwa bahati mbaya sijawahi kuwa sehemu ya kamati yote ya FIFA. Sijui nini ambacho nitakwenda kukutana nacho huko, kwa hiyo nasubiri kupata maelekezo ya ziada baada ya kutumiwa barua na kujulishwa, na tumepewa taarifa ya kwamba kutoka kuna vikao very soon kwa ajili ya kujadili kuhusiana na hiyo kamati yetu. Kamati ni ya mashindano ya vilabu vya wanaume ulimwenguni na ni heshima kubwa kwangu, kwa klabu yangu, kwa taifa langu kuwa sehemu ya kamati hiyo. Asante. Sawa, kwa uchache. Jamani, nafasi mpya, mmemsikia mwenyewe amezungumza, bado ni mapema kwake kujua baadhi ya majukumu, lakini kwa muktasari tu kikao kitafanyika hivi karibuni. Kwa hiyo mengi mazuri atakuja kuzungumza nasi baada ya kujua kama ilivyokuwa kwenye ACA. Hawataji tu wa Tanzania kwa maana majina yao, inatajwa nchi hapa. Ndugu Msigo utatusaidia. Kama mliandaa pongezi kwa mtu mmoja, mnajikuta anaongezeka wa pili, anaongezeka wa tatu. Reaction ya jumla serikali ilikuwaje kupitia wizara lakini pia na nchi kwa ujumla? Asante Fatma. Kwanza tumepokea kwa furaha sana uteuzi wa Engineer Health, uteuzi wa President Karia na dada Neema Haji. Kwa kweli ni heshima kubwa kwa nchi yetu kama alivyosema Health. Lakini kwetu sisi serikalini hii ni changamoto ya kuongeza zaidi jicho letu katika michezo. Hii ni dalili kwamba sasa tumefika kimataifa. Kwa hiyo kama tumefika kimataifa, pamoja na kwamba wadau wetu wanaendelea kuwekeza na kufanya jitihada mbalimbali, na sisi serikali jicho letu katika michezo hasa katika kandanda lazima liwe na viwango vya kimataifa. Kwa hivyo sisi tumefurahi, tunawatakia kila la heri katika majukumu yao. Tutategemea sana kuwasikiliza wakitoka kwenye vikao vyao vya kamati. Tunaamini tumepata fursa sasa ya kuunganisha mipango yetu na mipango ya taasisi hii kubwa kimataifa. Wao wakitoka nayo huko watatuletea, na bahati nzuri tunashirikiana nao sana, na ndio maana kuna matokeo yote haya. Maana yake ni vizuri Watanzania wakajua kwamba leo tunazungumza mafanikio makubwa ya Yanga na timu nyingine zote. Sitaki kuzitaja hapa nisije nikachafua hali ya hewa, lakini tunazungumza mafanikio haya kwa sababu tupo katika nchi ambayo imetengeneza mazingira mazuri ya michezo kushamiri. Tupo katika nchi ambayo ina support michezo. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tangu alipoingia madarakani mapema kabisa hakumung'unya maneno, akatangaza dhamira yake ya kuunga mkono michezo, kuwekeza katika michezo, na wakati wote amefungua milango kuwasikiliza wadau wa michezo na anatekeleza yale ambayo wanamueleza. Kwa hiyo mimi nawatakia kila la heri Engineer Health na wenzako wote kwenye kamati zenu. Nachowaomba mkitoka huko kwenye vikao, yale mnayoyaona kwamba Watanzania tutanufaika, njooni nayo mara moja. Mimi nawaahidi kwa niaba ya serikali tutayapokea na tutayafanyia kazi mara moja. Kuna namna sawa, kuna namna ambavyo serikali mmesaidia michezo na mnaendelea kusaidia. Mnazungumzia Young Africans ambao ni wanufaika wakubwa wakati wanakwenda kwenye mechi zao za kimataifa. Zaidi ya mara moja serikali inatoa ndege, timu inaenda Algeria. Lakini sasa hivi unazungumzia jukumu la Watanzania kwenye ngazi ya juu zaidi. Hii ni FIFA, ni zaidi ya CAF, kwa maana ni dola nyingine hiyo ndani ya mpira. Kuna namna mnatamani Tanzania ipitishe ajenda yake kupitia uteuzi wa hao wengine, lakini ajenda hii ihusiane na ubora wa klabu za Tanzania, ihusishe ubora wa timu za taifa za Tanzania, lakini kubwa zaidi hakuna mpira
bila miundombinu ya mpira. Ni kweli kabisa, na hilo ndo muhimu zaidi. Ndio maana mwanzo nikasema kwetu uteuzi wa Engineer Hersi, wa President Karia na Neema ni tafakari nzito ambayo inatupa jukumu la kujipanga katika viwango vikubwa zaidi. Kwa hivyo sisi matarajio yetu ni kwamba tutapanua wigo zaidi wa kuona namna gani tunakamata fursa zilizopo kwenye michezo. Yanga wanazungumza mafanikio yao. Nimemsikiliza rafiki yangu Mbwaduke hapa amefanya uchambuzi ambao umenifanya nisimeze mate muda wote anavyozungumza. Mafanikio makubwa, lakini sisi kwetu serikalini tukiangalia michezo tunaangalia ajira kwa Watanzania, tunaangalia uchumi, tunaangalia biashara, tunaangalia kutangaza nchi yetu kimataifa. Kwa hivyo tunaona kwamba hili ni daraja muhimu ambalo tunaweza kulitumia na tuko tayari. Sasa ni vigumu kusema mengi leo kwa sababu engineer mwenyewe kashasema bado hajajua huko kwenye kamati kuna nini. Kwa hiyo wakienda kule kwenye kamati hawajui. Timu ya taifa tangu Mheshimiwa Rais ameingia madarakani, timu ya taifa ni karibu 100% zote tunaigharimia serikali, na hasa kwenye CHAN. Kazi kubwa kwa kweli, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu haikuwa hivyo siku za nyuma. Hiyo ni dhamira, ni message kwamba serikali imeamua kuingia kwenye michezo na sio kuingia kwa maneno lakini kwa vitendo. Kwa hiyo sisi watakaoyatoa huko kwenye kamati wakija wakiyaleta, tutakuja hapa tutayasimamia. Lakini kwenye ACA tunakuwa watu wa ajabu sana kama mwenyekiti anatoka Tanzania halafu mambo ya ACA yakatekelezwa kwa ukamilifu zaidi na nchi nyingine kuliko nchi yetu. Kwa mimi Engineer Hersi ni kuhakikishie wakati wote kama ambavyo tumeshirikiana huko tulikotoka, timu inasafiri, inashiriki mashindano mbalimbali, tutaendelea kushirikiana hata wakati huu, na uwe huru wakati wote kutuambia kile ambacho mngependa serikali ifanye. Lakini kusema ukweli Fatma, we are so much proud of Hersi. So much proud. Maanake Watanzania lazima tufike mahali tuwe na recognition na watu wetu. Si rahisi sana kumpata Mtanzania mwenzetu ambaye anaweza kuingia kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa katika taasisi ambazo sisi Watanzania ni wanachama. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana, tunakushukuru sana. You have our support. Wakati wowote ule tutahakikisha tunalinda hii heshima kubwa ambayo nchi yetu imeipata. Tumpigie makofi. Na asante sana. Turejee kwako Kaimu Katibu Mkuu. Uteuzi wa Watanzania kwenye nafasi hizi za FIFA inamaanisha nini? Kwetu sisi kama shirikisho na kama nchi, kama ambavyo katibu ameweza kuzungumza, ni kwamba tunasikia faraja kwa sababu we have a voice. Tunakuwa tuna sauti kwenye hiyo global organization, kwa sababu ukiwa kwenye kamati maana yake ni hatua moja kabla ya maamuzi. Kwa hiyo mawazo yanayotoka kwenye hizi kamati ndio mawazo ambayo yanaingia kwenye Exco, na Exco ndio ambayo inafanya decision. Kwa vyote vile ambavyo ipo sauti za Watanzania based kwenye experience lakini understanding ambayo Engineer Hersi, Rais Karia lakini pia na Neema wako nayo kwenye mpira wa Tanzania, it's very obvious hii ndio experience ambao wao watakuwa pia wanaweza kwenda kushare forward, lakini pia wataweza kurudi backward kwa kutap experiences za watu wengine ambao watakuwa wanakutana nao kwenye hizo kamati, na kutokea pale manake tunategemea kama nchi kupata pia hizo experience nyingine kutokea kwa watu wengine, lakini pia kujitazama ni gaps zipi ambazo tuko nao based ya hao wengine wanavyofanya, na how best then tunaweza tukanaro hizo gaps ili sio tu tuendelee kupiga hatua lakini pia kuendelea kumaintain ambazo tayari hao waliofungua milango wameshafungua milango. Na kwa mantiki hiyo unataka kusema kwa nadharia kawaida ya watu ambao walikuwa wanahisi labda pengine wameteuliwa kwenye nafasi za ujumbe hawezi kumaanisha chochote, kwa maana kauli yao inaweza ikawa ni nyepesi zaidi. Umegusia kwamba kauli moja unamaanisha ni kauli ya Escom. Labda kwa haraka kwa mtazamo wa kawaida, kitu gani cha kwanza wanatakiwa kuondoka nacho na kwenda huko bila hofu? Wewe ni mzoefu, ni juzi tu hapa ulikuwepo kwenye masuala ya technical kwenye CHAN nje ya Tanzania, lakini kitu gani ambacho unawaambia wanataka kwenda nacho kuelekea kwenye kikao cha kwanza kitakachofanyika kwa ajili ya kufahamu majukumu yao na dhima ambayo wako nayo mbele yao? Kwanza niseme labda niseme tena kidogo kuhusiana na issue ya kamati.
sio eneo ambalo tunatakiwa kulichukulia kirahisi. Yani it's like kwamba kamati tu, sio. Hii sio sawa sawa labda na kamati ambazo tunaweza kuwa tunazungumza kwenye aspect nyingine. Nitaka kusema kamati ya harusi ni kama kujishikilia kidogo. Kwa hiyo my point is utaratibu ambavyo hizi organizations zinafanya kazi, kamati hizi ndio think tankers. Hao ndio wanaokuja na mawazo ambayo yanaingia kwenye Excom kwa ajili ya kufanya decision. Kwa hiyo maana yake mawazo yaliyochakatwa vizuri kwenye kamati ndio yanayokuwa approved na Excom kwa ajili ya kufanya implementation. Kwa hivyo ni nafasi pengine kubwa kuliko ambavyo watu wengi wanaweza wakawa wanafikiria, na ndio maana ni lazima tuseme kwamba tunafarijika kwa sababu we have a voice ambayo inaweza sasa kuinfluence decision ambazo zinaweza kabisa kuonyesha sura ya mpira wa miguu Tanzania. Matamanio ambayo tuko nayo, of course, tusibakie kuwa na hawa ambao tayari wako kwenye hizo kamati, kwa sababu more or less bado tunaongelea competition. Tunaongelea competition kwenye clubs, lakini pia kwenye soka la wanawake. Siku zijazo tunatamani watu wengine pia kutokea kwenye klabu na hizo organization ambazo tuko nazo waendelee kujipambanua, ili pia tupate uwakilishi pia kwenye maeneo ya development, kuweza pia kupata hizo experiences za mataifa mengine yanafanyaje, kwa sababu mchanganyiko wa watu ambao wanakuwa nao watakuwa ni watu ambao wanaweza kutusaidia sisi kwenye kuona ni namna gani tunaweza kuendelea kuimprove kwenye huu mchakato ambao tuko nao. Tukushukuru sana. Jamani, tumefika mwisho wa session yetu hii ya mwisho, lakini kwa maneno machache ya shukrani, Engineer Hersi, pengine ungezungumza kwa shukuru waliopo na wale ambao walikuwa wanafuatilia mubashara kupitia Azam TV na YouTube channel za Azam TV pamoja na Young Africans. Asante sana Fatma. Nianze awali yote kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa hii ya kukutana leo. Nawashukuru wote ambao mmetenga muda wenu. Nianze na kiongozi wetu mkuu ambaye tuko naye hapa, katibu mkuu wa wizara yetu ambayo ndio wizara mama ya taasisi yetu za mpira na za habari. Kwa bahati nzuri wote tumekutana pamoja. Nikushukuru GS, bado na kigugumizi na jina la TD lile limenikaa. Utanisamehe, lakini tunakuombea kila laheri kwenye nafasi yako mpya. Tunaamini uwezo wako ni mkubwa. Haujaja hapa kwa bahati mbaya. Umefanya vizuri kwenye eneo la technical department ya TFF na tunakuombea. Sisi we have your support, and wakati wote kama club tuko tayari kukusupport kwenye majukumu yako. Niwashukuru wageni wote, Popat na wewe pia ni ndugu yangu, bado jina ni CEO, lakini tunakupongeza kwa nafasi yako makamu wa rais wa Azam, wajumbe wa kamati ya utendaji ambao umeungana na sisi, CEO wa klabu ya Young Africans Andre Mtine, wanahabari kwa kiwango kubwa ambacho mmekionyesha kuja hapa. Dhamira ni kuwahabarisha Watanzania wenzetu kitu gani ambacho tunakifanya, na mmekuwa mkifanya hiyo kazi kwa ukubwa sana. Niwashukuru pia Azam na media zote ambazo zimeweza kurusha matangazo haya live. Nishukuru familia yangu, najua wako nyuma yangu muda mrefu. Matukio haya au majukumu yanavyoongezeka na mimi yananipunguzia muda wa kuwa na familia yangu, lakini najua tunafanya hivi for very good reason ya kusupport industry hii ya michezo ambayo imeshika hatamu ya vijana wengi katika taifa letu. Kwa hiyo muendelee kunivumilia na tuendelee kuombeana. Nichukue fursa hii pia kumshukuru Mr. Ghalib Said Mohamed ambaye na yeye amekuwa nyuma ya mafanikio yangu mengi ambayo nimeyafikia kwenye tasnia mbalimbali za michezo na uongozi, na yeye na familia yake. Lakini kikubwa ni washukuru wote wa Tanzania, wanachama wa klabu ya Young Africans, mashabiki ambao wote mmekuwa nyuma yetu. Najua mna hamu kubwa ya kuiona timu yenu inaendelea kufanya vizuri na timu itafanya vizuri. Sisi hatuna haraka, mambo yetu yanaendaga slow but sure, na tutaendelea kufanya vizuri. Najua kulikuwa kuna issue ya mwalimu na vitu kama hivyo. Amekuja assistant coach kuisupport timu, mtaona mambo yanakwenda vizuri. Na mwisho kabisa, wanahabari, sasa wakati wenu, twende tukawashughulikie uwanjani. Haya, jamani, tumefikia mwisho, lakini pia tuwashukuru wenzetu Madam Tabitha Kidawawa, huyu ni mtendaji mkuu wa Fountain Gate, lakini tulikuwa na wakala hapa wa wachezaji wa FIFA, lakini pia ni mshauri wa masuala ya club na mashirikisho kutoka Switzerland. Ni mtendaji wa kampuni ya TKM Swiss, Mr. Kofi Toye.
Asanteni na wanahabari wote jamani. Kwa niaba ya mwenzangu Ramadhan Goda, mimi ni Fatma Abdullah Chikawe. Wakati huu na warejesha kwake Kenneth Moses kwa ajili ya kuhitimisha hili. Asanteni sana. Bwana, shukrani sana Fatma Abdalla Chikawe kwa hicho ambacho umekizungumza hapo. Ulikuwa mjadala mzuri sana, lakini mtu ambaye alikuwa na engineer mambo huku anazunguka muda wote, yupo kushoto yupo kulia, yani kushoto upo kulia upo, uwanja mzima unazunguka wewe. Ilikuwa ni Ali Shaban Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano. Tayari tukio limemalizika. Neno lako kwa wananchi na watazamaji wote ambao walikuwa wanatazama tukio hili la I Am Hersey. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema. Tumekuwa na tukio zuri, tukio ambalo kwa 100% yale ambayo tuliyakusudia sisi kama waandaaji kushirikiana na rais wa klabu yetu limefanyika kwa kiwango kikubwa sana. Lakini la pili ni jazie zile shukrani ambazo rais amezitoa kwa Azam Media. Mmetupa ushirikiano vizuri na naamini leo elimu kubwa imepatikana kwa Watanzania kupata kufahamu. Naona waheshimiwa wako hapa, tuwape nafasi waweze kuzungumza, alafu mimi nitarudi bana. Kabisa. Heshima yako. Salama, habari ya kazi? Pole na majukumu. Karibu sana. Unapambana? Kwa sababu unaona interview asubuhi, interview mchana, tuko wote hapa kwa interview usiku. Ndio kazi niliyoajiriwa. Pole sana. Naam, karibu. Kwanza pengine kama serikali tunatamani kufahamu kutokea kwenye tukio kama hili, uwakilishi wa serikali ni tukio muhimu, lakini hichi ambacho wanakifanya kina msaada kwa kiasi gani kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kuwahudumia wananchi wake kwenye engo hii ya michezo na wizara ambayo unaihudumia? Hili ni jambo kubwa kwa sababu kuna msemo wa Waswahili, shughuli ni watu na watu wenyewe ndio sisi. Sasa kama tunataka mafanikio kwenye michezo ni lazima tuwe na watu ambao wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo shughuli kama hii ya kuja kutambua mchango wa Engineer Hersey na namna ambavyo ametuwezesha kama nchi kuingia kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa ni jambo kubwa la kujivunia, na mimi nilipopewa mwaliko huu nikasema nitakuja kwa sababu serikali hatujafumba macho na hatujaziba masikio. Tunajua kitu ambacho Engineer Hersey anakifanya kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya Yanga kama kiongozi wa Yanga sawa, lakini sasa ameanza kutoka kwenye Yanga peke yake, anakwenda sasa kuiwakilisha Tanzania kimataifa. Hili ni jambo kubwa. Kuwa mwenyekiti wa ACA na kuingia kwenye kamati za FIFA sio jambo dogo. Naam, kwenye moja kati ya mahojiano yako ambayo nilikuwa nafuatilia juzi na jana, kuna neno ulisema tuishi humo. Sasa nikasema hii ni moja kati ya faida za kuwa na viongozi ambao ni vijana, kwa maana ya kwamba unajua namna ya kuzungumza na vijana. Tayari kuna Engineer Hersey, kuna Msita pia Neema kutoka Baraza la Michezo Tanzania na wengine wengi. Unadhani nini kifanyike ili kusaidia idadi kubwa ya vijana wenye uwezo mkubwa kuja kushirika nafasi kama hizi na kuisaidia Tanzania? Kwanza ni vijana wenyewe wajitokeze, vijana wenyewe tujitokeze kukamata fursa za namna hii, tuzitumie vizuri ipasavyo. Hiyo moja. Lakini pili, taasisi na wadau mbalimbali tujitokeze kuwaunga mkono, kwa sababu unamuona Engineer Hersey muda wote anamtaja Ghalib. Anamtaja Ghalib kwa sababu ni mtu ambaye ameamini katika uwezo wake na ameamua kumsupport. Kwa hiyo watu mbalimbali tujitokeze, tuwaunge mkono vijana. Yako mambo mengi vijana wanaweza kuyafanya ambayo pengine hatuyatilii umuhimu, na matokeo yake ni kwamba tunakosa faida kubwa zinazotokana na brain zao na akili zao na mipango yao. Mimi ni muumini mkubwa sana wa vijana kwa sababu najua vijana wana mambo mengi, na dunia inajengwa na vijana, haijengwi na watu ambao tayari wamefika hatua ambayo wanahitaji kupumzika na vitu vya namna hiyo. Tunahitaji mawazo yao na uzoefu wao, lakini kwa kweli tunahitaji sana kuwawezesha vijana na kuwapa nafasi na kuwaamini. Mimi ndio falsafa yangu tangu nilipoanza kushika nafasi za uongozi popote nilipo, iwe idara ya habari, iwe wizarani, iwe nilipokuwa Ikulu, napenda kuamini vijana, tuwape nafasi, na matokeo yake ndio haya. Leo Engineer Hersey anafanya vitu vikubwa ambavyo sio tu vinainufaisha Yanga, vinainufaisha nchi nzima, na hiki ndio kitu ambacho tunakitaka. Naam, shukrani sana Gelson, na nikutakia kila laheri kwenye majukumu yako mengine. Asante sana. Asante sana. Naam, ni Gelson Msigwa, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini pia msemaji wa serikali ya Tanzania. Niseme tu mpaka hapo, sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses, tukutane wakati mwingine.